Somebody say, you are the living God. Say no one like you. Ekweme means God who says and the God who does. Usiseme auelewi. The God who says and does. When he says he will bless you, he will bless you. When he says he will heal you, he will heal you. When he says he will uplift you, I'm telling you, he will do so. Jesus, you are the living God. Yes, no one like you. Ekueme, ekueme, ekueme. Jesus, again, ekueme, ekueme. You are the living. You are the living God. Yes, no one like you. Tumambie tena tu. You are the living God. You are the living God. Yes, no one like you. You are our healer. You are our promoter, Jesus. How I like you. How I demand Papa. Somebody say you are. You are the living God. Yes, no one like you. You are our healer. You are our defender, Jesus. Our comforter. Our defender. You are the living God. Jesus. Yes, no one like you. Yes, means king. Means yeye ni Mungu mfalme. Yes, no one else like you. Jesus, we worship you. We uplift your name on high. We worship you, dear Lord. We are nothing without you. You are the living God. Yes, no one like you. Somebody say you are the living God. You are the living God. Forever, forever. Yes, no one like you. Wewe ni Mungu unayeishi. Ndani hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu unayetawala. Ndani hakuna kama wewe. Oketiano kuti. Jesus. Oketiano kuti. Thank you, Jesus. Nani kibu mokatie. Nani guru bihineme. Jesus. Ekueme. Ekueme. You are the living God. Father, we worship you. Yes, no one like you. Say you are the living God. You are the living God. Yes. Yes, no one like you. You are the living God. You are the living God. The living God. Yes, no one like you. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus. 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 And in you we trust. Our lives are in your hands. Jesus. Jesus.
the rising of the sun, to the setting of the same. Your name is to be alone. That's Adonai. Adonai, sing Adonai. Mwambie na kushukuru Baba. Hakuna mtu mwingine ambaye namtegemea, ni wewe tu. You are the King of Kings, you are the King of Glory. Nidakubaralia gai na nidagushokeria gai. Somebody afungua kinywa chako tu kamwambie Mungu, mimi nimekuja hapa maana ninajua msaada wangu unatoka kwako. Mwambie msaada tu wangu unatoka kwako. Nimetazama kwenye milima, nimetazama kwenye sehemu mbalimbali, na nimeona hakuna mahali kwingine ambako naweza kupata msaada wangu ila ni kwako. Fungua tu kinywa chako, mwambie asante Baba. Mwambie niwe gagai ona ni undu wa utugi waku. Niwe gagai ona ni undu wa guturathima, ona ni undu wa gututeithia. Oh mashakata barabo shenderere. Uyezere mashakande arabosa. Tuweke nataka Kikuyu, nataka ya Kikuyu kwanza. Najua mnaimba vizuri sana Kikuyu. Wewe gai wakati tunaimba wimbo huu, fungua kinywa chako tu mwambie Mungu, wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe. Hakuna Mungu mwingine. You are the source. You are the God. There is no any other God apart from you. There is no any other God apart from you. I worship you, Father. God,
tunakuabudu na tunashukuru. Wewe ndio msaada wetu, wewe ndio baraka zetu. Na kuomba ukaweza kutushika tena mkono, jinsi umetushika kutoka asubuhi, jinsi umetuelekeza na tumefika kiwango ambako tumefika sasa. Ninakuomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio, na zile dhambi zingine zote tulitenda bila makusudio. Ndio mwamba tunakuja kuungama hapa tunaposimama kwenye nyumba hii yako ambao umeitenga kwa ajili ya ibada zako. Ukaweza kutukumbuka, ukaweza kumkumbuka mtoto aliye hapa, mama aliye hapa, msichana na mvulana aliye hapa, na hata wababa wote walio hapa. In Jesus name we do pray. Somebody say amen. Amen. Mnaweza kuketi kwenye viti zenu na Mungu wa mbinguni awabariki, maana ametenda kazi nzuri. Na asante sana kwa wahusika wote tangu asubuhi. Tumekuwa na ibada nzuri za asubuhi na ibada hii ambao tunaenda kufika kwenye ibada ya 3 na ya 4 baadaye jioni. Nataka kuwashukuru wote wahusika ambao tumekuwa na wao, wazee wa kanisa ambao the elders of the church, the leadership that is, na pamoja na wahusika mbalimbali ambao tumekuwa pamoja na wao katika kujaribu kuimarisha mipango ya kanisa na kuimarisha jinsi kanisa linaendelezwa. Maana ni kazi ngumu sana hii. Ni kazi ambayo nilikuwa nafikiria ni kazi rahisi, but nimekuja kugundua ni kazi inahitaji maombi na inahitaji watu ambao wana uwezo wa kukusaidia kwenda mbele. Sasa kabla sijaanza, ninataka kusema siku ya Jumapili ijayo ambao ni weekend ya Pasaka. Siku ya Jumapili ambao ni weekend ya Pasaka, tutakuwa na ule mradi wetu wa kununulia wazee wetu chakula, kukula na wao pamoja, na tutafanya hivyo hapa on Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. All our elders, wale ambao wanakuja na wale ambao hawakuji, tulikuwa tunawaita wengi, wanakuja 300, 500, 600 when we have a function. Kwa hivyo ninaomba wale wahusika, ile timu husika ambayo inaongozwa na Chiaredi pamoja na Roda Degwa na the chairman of the Council of Elders, pamoja na wahusika wengine kama wale ambao wanaangalia mambo ya medical, kina Caroline Kimani, you organize for Sunday. Tutakula pamoja na hawa wazee. Ni vibaya ama ni mzuri? Ibada ya asubuhi tutafanya vizuri, kisha jioni, baada ya jioni hawa wazee wale wakuletwa wakuje, tukutane hapa kutoka saa 6, tuikare guko tulie na tunywe na tuthie muciĩ tũrĩa arathime, niguo tukarĩanĩra Pasaka tũrĩ hamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni mzuri ama ni baya? Yes, umenipigia basi mkiona nimesema point, mnapiga makofi, hata mimi nisikie nimesema kitu. Sasa ni kama niko peke yangu, dunia yangu bingi peke yangu na ule mjamaa anaitwa kwa hivyo ninataka kuwauliza kama I know it is on a short notice. Kisugu ilikuja na Mary. Yule mwenye anajisikia anaweza kutusaidia. Kama uko na kitu ambao unaweza kusaidia siku hiyo. Sahani moja ya kununulia hawa watu na kamfuko ya uga, maharagwe, na ningetaka wao tunapatianaga Sunday uga hiyo story sijui mlitoa wapi ya uga. Sijui hiyo story ilitoka wapi. We need to have complete diet. Kama ni kilo moja ya uga, kilo moja ya nini? Ya maharagwe, kilo moja ya nani? Ya degu hizo. Lakini sio kauga hako naonaga mnapatianaga. Kwa sababu kule nje watu wananiambia wametuma misaada na hawaoni vizuri kama intention yao inakamilika. Na ndio tuondoe hiyo, kwa sababu najua intention imefika, lakini ni venye hawaoni vizuri. Na wao wangetaka hawa wazee wakule kama haragwe, wakule tudego, wakule tukabeji kadogo, tufanye hivyo. Wale ambao wanafanyanga ile ya on Sunday, kila siku on Sunday, ifanyike hivyo, mwachanganye vitu mingi. Na kanisa na nyinyi mujitolee.
ndio hawa wazee wakule vizuri, wakuwe na nguvu. Sinaona wameng'ara, tuuso tumekaa mzuri, wamerudi vijana. God is really happy with you. Mungu amefurahishwa sana na kanisa hii kwa sababu hii mambo ambayo tunafanya. Tunaenda kupanuka zaidi na tutaongezea zaidi na zaidi mpaka tukae venye Mungu anavyotaka. Kwa hivyo for those who want to support, wale ambao wangetaka kusupport on Sunday, hiyo chakula tutawapikia chakula na tutawapatia ya kubeba. Na madaktari watakuja hapa, watapima sukari, watapima hawa wazee sukari, pressure. Na kama kuna watu watu wa salonist, wale wanajua kutengeneza nywele, siku hiyo kuja na mashini zako uchanue mama, hata kama ni kuchanua, tuchanue nywele na vidole tukate kama ya ule mama inaona imekuwa kubwa sana. Tukata vidole vizuri, wafanywe inaitwa pedicure. Si ndio? Na ni manicure. Manicure. Ni mane na cure, si ndio? Wafanywe na manicure. Ndio wakuwe safi, si ndio? At least tuwa treat vizuri, maana ni siku ya kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Ndio wajue Yesu kweli amefufuka ndani yao. Nego kana tigo. Thank you very much. So the anaitwa nani? Elder, yes. Elder Wawero Patrick. Elder Wawero Patrick, mutafanya coordination hiyo na Elder Jepto. Ako hapa? Ama alihama? Na Elder Jepto. Hiyo specifically for that particular, hiyo ya Sunday peke yake. Hiyo mcoordinate, mtafute pesa ile inatoshekana, muone hawa kama uko na giri yako 10, giri yako 5, 2, 3, muone wale on side ya fundraising, pesa yote iende pale, itumwe kwa wale, na tunakuaga na pay bill ile ya kutuma pesa. Kama unaona huwezi kutumia mtu, tuna pay bill inakuaga gani? Hii hapa. Hii na watu wa TV muweke hii ni 247 29 247 ni pay bill business number, alafu account number ni 29002. Account number ni 290, wacha hiyo ya 35, weka hiyo ingine, weke hiyo ingine. Hii msitume pesa ya hiyo kitu kwa hii, msitume kwa hii na 935, mtume kwa 29. Kitu yote ya msaada ya kusaidia hawa watu, project yoyote, pesa mnatuma kwa 29002. Iandike hapo ndio kila mtu aone. Any money unataka kutuma kwa sababu ya msaada wowote ule, tunatuma kwa hiyo. Maana hiyo ndio sasa inakuwa controlled na hawa wazee. Mnaweza kuketi. Kwa hivyo management Jepto na Mwaneki na Wawero na kina Charedi Droda na kina Karo, mukae chini mutengeneze hiyo siku ikuwe maridadi sana. Siku hiyo nitakuwa nikiwaocha, hata mimi nitakuwa nikitazama. Mimi nataka niende nikae na wale wanatusaidiaga, nikae na wao, nikae padi. Sasa nyinyi mkuwe ma enemies yangu, nikae nikiwachugulia venye mnafanyaga, si ndio? Maana wale wanatuchuguliaga wanataka kuangalia mnafanyaga na mna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hivyo ndivyo ningetaka kanisa iendelezwe, with a lot of transparency, because wale wanatutumia tu pesa twao wanahitaji transparency kubwa sana. Maana hiyo ni sweat. Ukajua wale watu wa Ulaya ile kazi wanafanyaga ni kazi sio mzuri sana, na anatoaka ndio anarega yakamuteithia agoka goko ikionaga makirutira mararaga mathaa 20 mathaa maigana 18 16 hours wakifanya kazi, anapata giri yake 5 anatuma, anasema wacha hii ikafanye kazi ya Mungu. Maana ile kazi anafanya hiyo sio kazi ile alitaka kufanya, lakini kwa sababu anahitaji baraka za Mungu, unaona anatuma. That money must be accounted for with a lot of seriousness, must be accounted for. Adwasho marutaga wira timwega, tiwira ugekenerera, tiwira ugienda kuruta, no tondu the conditions you to do that. Nimendeka kwiruta kou na hakioke ikare wegare kanyamu kega, no nesheragia favor cia Ngai. Anatafuta nani? Favor ya Mungu through kwa kujitolea na kufinance kazi ya Mungu ifanyike. So let us be genuine with anything that we are getting here. Any coin must be accounted for, so that hata Mungu akiwa mbinguni atuangalie kwa jicho la huruma. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anything that we are to be doing, wacha tufanye na ustahimilifu, kitu mzuri, kitu classic. At least for now, nimeorganize kanisa, ilikuwa imenilemea. To be very frank with you. Hii kanisa ilikuwa imenilemea kabisa. Nimejaribu kupanga hivi, najaribu kuweka hivi, najaribu kuweka hivi. Na sisemi ati sasa nimeweza. Ni kujaribu tena, najaribu timu nyingine. Maana hata yule mtu anaitwa Isaka, alienda akachimba kisima kikafunikwa. Alikomea hapo. Akaenda kingine kikafunikwa. Alikomea hapo. Akaenda kingine kikafunikwa. Alikomea hapo. Baka kile kilienda kikafanya kazi. Kinaitwa nani? Rehoboth. Sasa I think ninaona ni kama nimefika kwa Rehoboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mniombee tu kanisa isimame vizuri. Maana nimekuwa nikichimba kisima kinafunikwa. Nikichimba kinafunikwa. Nikichimba kinafunikwa. Na nitafundisha leo tujue ni kwa nini. Hizi visima zote kutoka kule City Stadium tunaweka kisima kinafunikwa. Tunaweka kisima kinafunikwa, which is not right. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa on soul searching, kujiuliza what could be the problem, and we have discovered the problem is that we were not mature. Hatukukuwa mature. Unajua sisi ni fresh from Mogeke. Mnajua hivyo? Most of us here ni fresh kutoka kwa Kilimino, fresh kutoka Mogeke, fresh kutoka Koinaga Street, fresh kutoka wapi, fresh kutoka wapi, fresh kutoka Ukora, fresh kutoka kwa kanisa za uogo. Si nyinyi mlihama kutoka kwa makanisa mengine? Si mlihama kwa sababu hamkufurahishwa huko? Sasa unaona fresh Mogeke, fresh Mukora. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulihama kwa nini kanisa hili ulihama? Si ulihama kwa sababu huko hakukuwa mzuri. Sasa unakutana na fresh Mogeke hapa na fresh Mukora ya kanisa ingine. Sasa hii mafresh mbili ikikutana na hii fresh inataka kufanya hivi na hii fresh inataka kufanya hivi. By the time we get the navigation, but tupate reli mzuri, imetugharimu. Ama muone hivyo? Imetugharimu. Lakini Mungu ni mwema. We are now set for the going. Bwana Yesu asifiwe sana. We are now set for what? For the going. Wana youth wale tuko na wao hapa simameni. If you are a young person, simama tu. A young person tunawaita majensi. Yes. Good. Ninataka special program. Special nini? Program on these people. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna Ian amesimama na kuna nani? Kuna anaitwa huyu Rebecca. Akapo Rebecca. Ni ndio Rebecca? Yes. I want Rebecca ukuwe na tuokosa kwa youth. Mnashirikiana na yule msee ule madefu mengi. Anaitwa Ian. Ian uchukua mkono juu. Huyo ndio kiongozi. Na sasa wewe najua uko na hiyo mwito ya vijana sana. At least tuone kama wewe kidhimagi yakunige kunywekera mai. So let us support these people. I know mlikuwa na program tulikuwa nayo ile ya kutengeneza vitu, but now I want us to upgrade. The program was good. I was so happy. Na Mutalias na mtu anaitwa etakwate Jaduong Omera wa Chena. Yule Omera anaitwa Biko, Steve Biko. Sorry. Steve Biko, nitakuelezea Steve Biko atakuwa akifanya kazi gani. Then we want to launch a special program for you right from nikienda mahali naenda nikirudi. First thing first, mutengeneza takuwa na conference ya youth hapa. Hiyo ndio nataka tufanye kwanza. Conference ya youth. That is the first week of next month. Ni May, that Saturday ya first week. Nataka nikitoka ninaradi kutoka kwa kiwaja na kuja kwa conference. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio jukumu yenu ya kwanza. Nataka hapa kujae, na siku hiyo pia tutawapatia chakula wakule. Na kama ni muziki waekewa, hata kama ni doboro wanataka kucheza wacheze. Muzilete hiyo kihonokio yenu mrefu ambayo itutasaidia. We need to know the language ya hawa watu ni language gani ndio tuweze kuwasaidia. Maana wako huko wanatupenda. In fact kama kuna watu vijana wanapenda kanisa, wanapenda hii, lakini wanasema huko ukipata huko, ukiingia huko unapatana na watu wako so religious, horia watu wale wanaishiki kule matuine, walafu wanakuja asubuhi. These people they don't need watu wa kukaa kwa mabiguko. Wanataka wale watu wanakaa pamoja. Umwambie reality. Usianze na Biblia. Hapa usianzie na Biblia. Waanzie na watakushiba nini, alafu ndio muingie kwa Biblia.
Hiyo gethoma mlifundishwa na baba zetu akina Harrison na akina Getoga, hiyo ya akina nani, hiyo ya zamani. Hiyo msirete hapa. Hiyo ni outdated. Imepitwa na wakati. Huyu jamaa, huyu mama ama huyu kijana umwambie Biblia. Sasa waanze Yesu anasema ukae vizuri. Sasa kitu na ringi hapa, nakaa vizuri na sina kitu ya kukula. Dai karawa ya gati. Na tile kanya mugakorea. So kwanza mudefine. Biko umesikia? Define methods ambazo tutaita hawa youth wote wakuje. Siku tutawaita wakuje. Kuna kitu muhimu tutawaelezea, watakuunderstand. Lakini usikuje hapa na viswahili vyako vingi na visugumigi ati Biblia. Watakuacha hapa. Kaeni chini. Watakuacha. To divine programs, because we have the capacity now, we have the resources. Bwana Yesu asifiwe sana. Nego, kama vile tumekuwa very successful na program ya elders, now we want to shift to the program ya nani? Ya youth pia, because we cannot have elders. Sasa haya ni kufuria marafu elia. Lione ade hokana inywe na nyine mukorire muhakyo korogoshana na nyine mukorogoshana hayi henya gukira aya gitondo aya ni marire gwashi ni marire nduma wote uraga na matumbe na sausage. Sasa wakati ya gukorogoshana ani ni ole mwetu no mweri umwe tuturigaga uyu shosho uyu atwamuonaga ku. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hatujakula chakula ile hawa watu walikula. Ndio naona huyu bado anakaa gangari. Taro kama na guko. Todo nae no atigire guka. Korari murwaru. La lete ko. Mwere mweno ali kumutwe kana kiogo kana head. Kulione maguru. Na kiogo no ria. Uno na shosho to huyu. Aniuge kinyia miaka yoyo. Ugakora wege karogocana kioru muno tondu uyu munyako ri arire ni arire wega, ni arire materere, ni arire managu, ni arire ngima ya githii, ni arire mwanga, wewe ni sausage na matumbe na mutu wa muhia ni urite na mutu wa mwere kwa no gekiro igaka Uceretia wathie gwikira kanua rituhite na wanyua kayuri kamwe honete na kugira mwana twatuhaga tatu za uguo tukireithia na ndio kurete na tutingeigua mbura na Thank you. That's the difference between us and them. Hawa walikula vizuri, walikaa vizuri. Angalia mzee kama huyu anakaa tu kama kijana, na ukiangalia ni kama tuko karibu sura moja. Na mimi niko na miaka hata sijafikisha 40. Sasa angalia huyu mzee na mimi, si ni kama tuko brothers? Leo mtoto hiana tale ma brothers. Angalia sura yangu na yake. Si unaona yangu ni mzee kuliko ya huyu. Na mimi hata 40 sijafikisha, niko 32. Ikaradhi. Toni mali ile. Yani I'm just trying to advise you. Walikula vizuri, si kama sisi. Sisi hatukupata. Si tutilete matanuko. Hizo tutinalia matanuko. Karono walile matanuko. Wenu walile matanuko. Anike kweta gogo kaiwa utahika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, that is the kind of life. Also we shall be having tutaanza kuwa na programs za health programs. Tutakuwa na weekend moja, tutakuwa tunakuja kudiscuss mambo ya health. Si mambo spiritual. Hapana. Tunaweza kuongea spiritual na nikukufa mnakufa kwa sababu ya ile chakula mnakula baya. Sasa tunahitaji tutakuwa tukiita watu experts. Tutatengeneza conference ya Saturday moja, watu wanakuja mnasugumusiwa jinsi ya kukula vizuri. Maana watu wengi hapa ni diabetic na watu wengi hapa ni pressure. Wengi hapa. Naonaka mtu akienda hivi nafikiria ako hai. Kumbe aliyetaka ni madawa, imebagi unakuta mtu anabebaga bagi unafikiria ni Bible iko ndani. Kumbe ni chemistry mzima. Hii dawa ya hii inakunywa saa 2, hii ni ya saa 3, hii ni ya saa 8, hii ni ya saa 10. Dawa mtupu kwa bagi. Lazima tusugumusie, tutafute experts wakuje mara tutalilia wega. Ule modo agirwo ni kulia balanced diet. Mimi niko na hiyo miaka yote, lakini sijui mambo. I cannot tell you balanced diet ni nini. Carbohydrate siwezi, juzi ndio nilifundishwa. Ile chakula inaitwa carbohydrate ni hii.
na ile chakula inaitwa protein ni hii, na ile chakula inakuwa na vitamin ni hii. Juice tu ndio nimejua last week. Ni ndirakire gima na muchere. Niguo nilikuwa nakula ugali na muchere. Maana nilikuwa nafikiria muchere ukiweka na ugali inaongeza nguvu. Kumbe ni the same food. Sasa at my age, what about the rest hao wako hapa nyuma yangu? Sasa lazima tukuje tufundishwe jinsi ya kukula. Unajua naitaka kwangu. Sometimes unakutaka kama kina ani wanaitebeaga na kina shikwa natebeaga kwangu. Jioni wananiwekea chakula. Wanaweka chakula, wanapika kwa sababu ni apostle, wanakama rugira gima nyingi. Ugali ni kama nimekaa padi hii, sionagi padi ile mwingine. Na ni usiku. Alafu anaweka cabbage mingi. Alafu na supu, cabbage na supu. Unakuta mpaka kikabeji unaona kikiswimu tu hapo juu hivi, kina swimu tu. Ukina swimu tu. Alafu ushoke ujire mundu to muratwara nake ku. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we must be able to understand, to know and to get it accurate, because we must get it accurate. Wacha tutafute watu wakuje watufundishe on Saturdays. Ninataka, kwa hivyo nasema nimefungua mlango wa Saturdays, tutakuwa na ibada. Kila Saturday moja hii tunakuwa na ibada ya hii, Saturday hii nyingine tunakuwa na ibada ya hii nyingine, Saturday hii nyingine tutakuwa na ibada hii nyingine. Ndio tuanze kufundisha business people. Saturday tutakuwa na Saturday moja ya business people. Wanakuja wanahubiriwa na mapasta ambao wanajua biashara. Wanahubiriwa na expert, manager wa banki. Watu wanafanya si bank. Wanahubiriwa na watu economical experts. Ndio tujue where do we go wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikuja hapa tunakaa ni Biblia. Yes, Biblia ni manual ya maisha. Lakini we need to be expounded. Kama sasa tulikuwa na kitu kinaitwa the synagogue, club synagogue. Wakapi members wa club synagogue, inua mkono wako juu. Wale wamelipa over 10,000. Wale inua mkono juu. Inua mkono juu. Ni wengi najua, ni wengi. Inua mvuli wewe. Najua mnaogopa msionekana kama nyinyi ndio matajiri wa hii kanisa. Nyinyi ndio matajiri. Sasa kuna project already nimeanzisha na niliwaambia nitafanya na mtaona matunda. Sasa tumenunua shamba, tuko karibu kukamilisha huko Lamu, ambayo kila member wa club synagogue atapata kaplot. Ama tuuze tutengeneze kitu inaitwa dividends. Tumeanzisha kitu inaitwa specifically because of this. Inaitwa nini? Rehabilitation center. Na imeanza. Sasa mwisho wa mwaka mtu yote mwebebai ni member wa club synagogue atapata dividend. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni pesa yenu nilitumia kufanya nini? Kuweka hapo. Na hiyo sasa ndio tunaita kanisa. Hiyo ndio tunaita nini? Kanisa. Kanisa sio kuja ati nikupatie chakula cha kiroho na cha mwili. Nani atakupatia? Ni mamako. Ati unaenda kwa mamako kupata chakula cha mwili? No, we must reap from where tumetengeneza foundation. So member wote wa club synagogue wale wametoa shilingi 10,000. Na wale wengine hawajafikisha mufikishe, ndio ukuwe na benefit. Sasa tukiuza mauzo, tukifanya kazi huko, the percentage tutapata. Tunakuja tunaigawanya, tunatengeneza. Kama ni mwisho wa mwaka tutasema utakuwa ukipata shilingi 5,000, shilingi 10,000, 20 kulingana na ile matokeo tutakuwa tuko nayo. Utakuta kuna mtu ataweka 1,000 yake 10, 20,000, unakuta uliweka pesa yako na inagothokomera. Na itakuwa ikikutengenezea pesa kila mwaka forever in your life. It is a life investment. Sasa si mnaona natumia akili? Na mbona sipati makofi? Sasa hiyo ndio mikakati ilikuwa imenisubua kabisa kuiweka. Maana nimeweka timu mbalimbali, naweka timu hii inaanguka, naweka timu hii inaniangusha, naweka timu hii inakuta. Walikuwa wanalimana. Maruma wanalimananga mpaka unashindwa. Hii ni ngoma kana ni ndoi. Na ukiwaambia mnapigania. Na sasa hiyo umewaekea project kama 100. Unaambia this is what we are about to do. Lakini marora kanira ka project kama ugo. Ginya makarogana. Ginya korogana. Makarogana. Unashindwa sasa ka project kamoja. Kumbe ni mimi si kufanya my research vizuri. Nyinyi mfundishwe kwanza. Maana mmetoka kwa kanisa ile ya kupokea. Shika waya hapo juu. Shika hapo kuna waya. Shika. Funga macho yako. Rama kakakakakaka. Oh baba. Shika waya kuna title inaanguka ndio shamba inaanguka ndio gari inaanguka. Mumenyeretio miracle. Hapa hakuna miracle. Miracle ni kazi ya mikono yako.
Miracle ni kazi ya nani? Ya mikono yako. Hapa usifikirie nitakuombea miracle, mimi nitakuombea upone. Hiyo utapona. Na nitakuombea kama huna akili, nitakuombea ukuwe na akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama yeye ni mtu wa kukasirika, nitakusubua mpaka uache kukasirika ama ukanyage kubwa kubwa. Simuliona baba yangu juzi akitandika mtu kwa kanisa. Alikuwa amelala. Leo mjaribu mulale. Biblia inasema namna gani? Daudi aliambiwa ukifuata maneno ya Solomon aliambiwa ukifuata maneno ya baba yako venye alikuwa akifanya mzuri, na mimi nitakubariki. Sasa na mimi baba yangu si ni James Maina Ng'ang'a, nikifuata maneno ya James Maina Ng'ang'a na nikae, na mimi nitabarikiwa. Sasa jaribuni kulala. Niliona kitandika na akamuita stupid. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo hiyo ndio some of the things. So those people in charge ya Club Synagogue, that's good news for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefungua hiyo moja, na by mwezi ujao ama 2 months to come, kwa sababu najua hiyo by next week itakuwa imejaa. By mwezi ingine to come, God willing, tutatafuta pesa ingine mahali, tupate mahali ingine, tuweke ingine na ingine na ingine, ndio tukue na mingi na tukue na projects mingi sana. Nitakuwa nimetengeneza technical team ambayo itakuwa ikiangalia masilahi na kutengeneza the systems za kanisa mzuri, ndio tukue ni a business entity. Ni sio kanisa tu, a business entity. Sio mkujage tu hapa mnakaaga tu mnakoja miracle ifanyike ate na koja baba ndaigwa tu walio kiugo kemwe miracle yako ihinguke demo ikarire faster demo ikarire guko dige kuhingũrithĩria mũrango wake wa miracle. Ndenda kuhingũrithia mũrango urute wĩra. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuona matajiri. Nimeanza kutafuta, already nimepata kiwanja mahali tunajenga kanisa hapa Nairobi. Kiwanja ambayo tutaweka na hiyo kiwanja nimefactor. Kitu ya kwanza kile kubwa sana nimefactor ni mahali gari zitapakiwa. Gari ya zaidi ya 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sitikogorone Elion haitanunua na watu wengine, ni nyinyi mtanunua. Lakini sasa msipobadilisha nia na akili kuwe mzuri, mtanunua kweli? Hapana. So I need a team that is working. I need from today watu ambao mtakuwa responsible na mtakuwa disciplined and answerable. Kuna order sasa tumetengeneza, answerable to the protocol and to the hierarchy. Hakuna mtu mkubwa kuliko ule mwingine, lakini kuna hierarchy, kuna sheria ambayo ndio mkubwa kutuliko sisi zote. Tumetengeneza structure. Sasa ukijua wewe umeko hapa, kuna mwingine yako hapo juu, kuna mwingine anafika hapo, na ukileta umang'aa kidogo kidogo, sisi tunakufinya. Tunakufinya. Lazima sheria ifuatwe. Unanielewa? Sheria ifuatwe kadri ya venye Mungu ametuambia tukae, so that we can have a disciplined force. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo ingine ningetaka kukuwa na wasaidizi ambao watakuwa kinisaidia kwa muda wa miezi kadhaa, ambao si pastor, watakuwa kama ministers. Mtu asikuje kukuambia ni pastor, akwambie mimi ni minister, na atakuwa akiwa kazini hapa ameweka badge minister so and so. Sasa nimetagua watu 4 ambao watanisaidia for about a period of 4 months. Tena tutafuta wengine for billion. Tukifika mwisho wa mwaka tutaordain mapasta, si kuordain, commission mapasta. Wale ambao utajua sasa hawa they are part of us. Si ndio? Kwa sababu hao nataka kuexamine kama wameingia kabisa, wamekuwa siagoko, because I need to have sons ambao wanajua kufanya kazi. Kwa hivyo nitakuwa na katimu ambao nitafanya nako kazi mwezi huu, mwezi ujao na mwezi huo mwingine, tuangalie venye watafanya. Na nataka kuwataja ni Sami, mtu anaitwa Sami, simama tu kwa miguu yako. Na tuko na mtu anaitwa Caroline Kemani, simama kwa miguu yako. Tuna mtu anaitwa Dorcas, na tuna mtu anaitwa Asense Peter. Hawa ndio nimecharge na responsibility as ministers for the period of 4 months. Tuangalie tuone how best they have performed.
Sasa katikati yao mwenye ataqualify ndio atawekwa kuja kumwagiliwa mafuta, sasa afanye kama tumuordain. Maana tuko na makanisa ingine, that's why I need a team. Then from there we shall pick another team, from there we shall pick another team. Si ndio? Kwa hivyo these people from now, kutoka leo mutakaa kikao, mutapangana, sasa mutalete programu ya kanisa, venye kanisa itakuwa ikiraniwa. Then we shall have Biko on board, tutakuwa na mtu anaitwa chairman wa elders on board. From there then we to commission kazi yenu. Kwa hivyo kujeni msimame hapa, ni wa commission, ni vizuri, kujeni tu hapa, ni wa commission. Nigetha andu ake warure makimuone, nigetha andu akomoroga ri makianjie komoroga no andu ano kinya tukamacaragiria wira ni tukamacaragiria kawira ga kuruta matigake boeke. Najua wachawi ukiwa na wao watafutiage kazi ya kufanya, maana wanaweza boeka waende wachukue kisu wakuduge. Lakini sasa wakikuwa na watu wa kuroga kama hawa, utakuta sasa wana concentrate na uchawi. Lakini unajua afadhali uchawi kuliko kukatwa na kisu. Si ndio? Sasa wachawi kazi ndio hii imeanza hapa. Rogeni hawa. Muone hawa ni watu wanajua kwenda kwa magoti. Moko ni moko hata kuroga rogai. No uri okogeria ni okwiroga. Oya imoko manyu na iguru. Na nywe oya imoko na nywe na iguru. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, ici nĩ ndungata ciaku nĩ ũranjĩrire ndĩmagwete na marĩtwa na ndĩmarehe kĩgongona-inĩ makũrutĩre wĩra waku kahinda kau wanjĩra, nĩgetha matuĩke a kũruta wĩra na njĩra ya wĩigĩrĩrĩku, njĩra ya ma na kĩhoto, mateithie Ngai tondũ nĩ njũĩ kĩrĩa gĩkũmamũrĩka rĩu kwĩna mbara nyingĩ, nĩ megũkĩrĩrwo, nĩ mekũigĩrĩrwo igenyo, nĩ megũcambio, nĩ mekũmenwo na nĩ megũtuĩka tiega. No Baba tondũ we nĩwe ũĩ ngoro ciao, we niwe ũĩ ũkũmarũĩrĩra, ndũkanareke merũĩrĩre. Baba reke ũmarũagĩrĩre, manyite no matongoria harĩa hothe marĩthiaga. Baba reke makũhunjagie, reke ciĩko ciao cikorwo nĩ ciama, reke mĩario yao yumane na kũrĩ we, matikaneyambararie, matikanagĩe na roho wa kwĩyaguria, maikare thĩinĩ wa wendi waku na hinya-inĩ waku. In Jesus' name we pray. Now you are officially commissioned. Yes. Kuna ordination tulikuwa tunapanga. Ordination tulikuwa tunapanga, sijui Alice ako wapi Alice? Ilikushida? Alice ametoka? Ilikushida? Kama umeshida na kasi utuambie. Ama ulipigwa? Uliogwa? Mwazilishi wa kanisa akagogwa? Na una confess? Usho niko tueta golimu. Una confess ulipigwa? Sema ulishida. Ordination ipo na itaendelea. Na venye Mungu ametuambia ipagwe, si ordination, haitagwi, ni commissioning. Ninakuja sasa hii maneno mnaniitaga apostle. It has not been commissioned by an authority above me. So hiyo ndio tunapaga. Mimi najua ni kwa nini. Ni kwa sababu wanafikiria sasa kukomishoniwa nitakuwa na mtu hapa. Ndio nikiorago. Endelea na kazi yako. Wakikataa fuja hiyo kamati, ukuje tutengeneza kamati mimi na wewe. Tutafanya. Date nitakupatia, tutafanya. Wakipenda, wapende, wasipende. Tutafanya. Sio lazima uconsult mtu. Hiyo ni it's about me. It's only that we wanted to involve you. It is about me, ni mimi. Kana nenyu muraitererio maguta. Yeti nie. Na muraki itakao turehera nyefu neke. So, ukiona wameleta nyefu, wewe fuja. Wewe kuja tupagane na wewe. Hatuwezi kosa watu marafiki wawili watatu ambao watatusaidia na tuendelee na kazi. Hiyo ingine watajionea na macho tu. Ndaga dori ogwo. Ugo mukene. Tuko na progress ya Thika. Sijui leo nimefanya hii maneno sio yangu ya kutagasa, lakini kwa sababu sasa tumekuwa na watu wa kutagasa na watu wa kusema maneno,
nataka tuwekewe ndio muone venye tumefaulu. Walikuwa wamesema hatutajenga hii yaki. Huyu ni Mungu. Huyu niwe tuitaga Ngai. Ngai huyu uri rekei tumuturire. Pamoja na tuwekee sijui kama utaweza. Nimekutumia tuwekee tuone hiyo structure as they are working right now. Ndio muone progress ya mahali. Wale walitoa chuma yao. Wangapi walitoa chuma? Mtu alitoa chuma, simama juu, simama tu juu, watu watuone. Eketho ndekeria andu arogikiria, andu ingia koroga. Mtu mwenye alinipatia na ule mtu alitoa chuma. Kuna wengi mliniahidi chuma lakini hamkutoa. Kama utaweza sasa nunua mabati. Kama hujatoa chuma, nunua nini? Mabati. Sasa ndio hao. Wapigieni makofi. Kuna watu walikuwa wamesema Thika haitajengwa. Kwa hivyo usijalishwe. Thika ilikuwa imeletwa mpaka mtoto amechijua hapo. Mpaka ubwa zimechijua hapo. Mabuzi zimechijua hapo. Kila kitu imechijua hapo. Ndio isifanyike, but we have tumejenga. Imekamilika. Rochone ni mafati maleke rada ishi. Rochone watu dito gado mereku. In fact, nikirudi tunakuwa na kesha ya Kameme huko. Tukiwa na kesha ya Kameme huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah? Si ndio? Tutakuwa na kesha ya Kameme huko na tutalodge, sijui ni nani atakuwa pastor huko. Shikoni huko ndiko tuka pastor ko. Nani toko todeka worship huko. So tuwekee tuka tafadhali kama utaweza. I've sent it to you. Embed it alafu tuwekee hapo ndio tuonyeshe watu the progress na maadui wetu. Kuna watu walitutumia pesa kutoka ng'ambo. Ni vizuri waone kazi yao. Tumefanya kazi kwa ustadi mzuri sana. Tuko na maengineer huko. Na ukipata nafasi mtu wa Thika, enda pitia tu hapo. Kuna mafudi wako hapo, wanunulie kikombe cha chai. Na ukanyage huko, unakanyaga huko. Ni kubwa kuliko hii. Na unakanyaga wapi? Huko tu unasema ni thengio Ngai. Tondu Ngai ni atuitikiria. He kindu kimwe. Unaona sasa hiyo? Unaionaje? Hebu leta karibu. Kama itawezekana. Baka huko kwingine inakuwa extension. Ni kweheria. Uno ne thukuru ile eta wakajenga hai. Leo ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda huko enda tu nena neno moja hapo. Kwa sababu sasa tumewashida kwa kujenga. Si unaona sasa veje iko? Hivyo ndivyo iko, ni kubwa kuliko hii. Hii ni pesa yenu. Ule ametoa hii chuma yote, unaona hizi ni chuma ziko juu. Na hii ilikuwa last week. Hivi ndivyo ilikuwa last week. Sasa tumejenga, tumepiga plaster, sasa ni mabati imewekwa na hiyo picha itatumwa kabla tumalize service. Picha itakuja utaona. Hivi ndivyo makanisa yetu itakuwa ikijengwa. Hakuna pastor atakuja hapa ati nimeona Mungu amenituma hapa alafu nipatie barua niende nikafungue kanisa aende akajifungulia. Hapana. Hapa mpasta wa hapa tutalea hapi. Watoto wa wapi? Hatuna speedi. Deno derathira. Watoto ni wa wapi? Tulee mtoto tumfundishe akae na tabia zetu. Wazee wa kanisa elders mnaenda mnajenga, mkijenga mnachukua mtu mmoja mnamtuma huko. Mnamweka on salary. Na mnamnunulia kagari na mnamtafutia kanyumba. Anakuwa anakaa tadugata. Anakaa vizuri, hakuna kustruggle. Kazi yake ni kuombea watu, si kwenda kudanganya watu ndio apate chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what we intend to have our churches all over. Kanisa ya inaitwa ya Turukana. Kuna Turukana nimekuwekea hapo. Tuangalie ya Turukana nayo saa hizi wameanza kuhubiri. Tumenunua shamba 1 acre Turukana. Na wamejenga. Nilikuwa nimekiona wakihubiri asubuhi, walikuwa live. Sijui kama wametoka. Tuwekea hiyo picha ya video ya Turukana wakihubiri kidogo tuone kama ni vizuri watu waelewe kile kitu tunafanya, si ndio? Ni nigetha tutigage tuke no kwaria twaragia no ngano cia merimu. Ate no ngano ciake. Sema ngano cia marimo. Sio ngano tu cia marimo, tunafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Meanwhile akiweka hiyo tuangazie mambo mengine kidogo.
Hiyo ingine ni a bit technical. Kuna watu tumechagua kwa sababu ya kazi mbalimbali. Tutawaweka kwa board pale, mtaenda mtasoma. Kuna heads of department ya worship music industry, kuna Dorcas na Sense. Department ya intercessory ni Lucy Geshore. Evangelism and outreach ni Pauline Mudhosi, Samuel Mwangi na kuna mwingine tuliweka hapo. Ushering and hospitality ni Lucy Geshoro. Media and the technical team ni Anne Mirengo na Lilian Kamau. Rebecca ni na Ian Ndwiga ni youth. Esther Wagare ni welfare and benevolence, infrastructure and development. Caroline Kimani ni mambo ya Holy Communion. Leo tutakula Holy Communion. Tuna security, tuko na Susan Jenny Kafura Dirago ni wa partners. Finance ni Charity Gatama pamoja na waziri na Ani Kagwema. Stores ni Joel. Peter Asense ni atangalia instruments. Alta sasa hawa ni head of departments. Kuna pia katika hiyo kitu nimetena kuna elders ambao ni in charge. So it's a structure from the elders to head of department to other down kwenda kabisa chini. Tuna altar, mwenye atakuwa kiangalia altar na kuisafisha ni mtu anaitwa Anne Monene na women department tuko na Alice Wangoi na Jane Kirago. That's the head of departments. Peter Asense na hao tumesema ministers. Alafu tuko na regional fellowships. Katika regional fellowship tuna Josephine Maina, tuna Rose Koki, Rebecca Gedaiga, Caroline Kemani, Mary Njeri, Alice Wangoi Karanja na Shiko Geshohe. Hao ni baadhi tu ya wale ambao walisoma kisomo ya kwanza. Sasa katika hizo watu nimetaja, kuna watu wamesoma kisomo ya pili. Muwaweke kwenye timu zenu, muwaweke kila member wa kanisa. Kila member wa nini? Every member apate responsibility ya kufanya. Kusikue kuna mtu hapa mwenye hana responsibility. Hata huyu shosho apate nini? Something to do, to participate. Na pia ninauliza wale watu ambao hamujakuwa member. Wangapi mmekuwa member hapa? You are member, uko na kadi ya membership. Member. Kama haujakuwa member, sasa kuna siku tutaanza kukuangalia na jicho ya venye unaangalia kama mtu ambaye si member. We need everybody to be a member and a contributor so that we can be able to manage many things to go on and forward. Tunaelewana hiyo? So I need you guys to be members. Muandikishe contribution pale na kila siku. Make sure ukikuja andikisha kwa sababu hiyo ndio inatusaidia Qur'an. Hiyo ndio imetusaidia kujenga kanisa. Na wale wote ambao pesa yao tumetumia kujenga kanisa, Mungu awajengee nyumba zenu. Mungu awajengee kazi zenu. Mungu vivyo mmejengea Mungu mahali. Maana hapo kutaokoka mtu wa baki, hapo kutaokoka mwizi, hapo kutabadilishwa maisha, mtu wa ukimwi atapona na wewe. Hivyo Mungu umefanyia Mungu na yeye akufanyie. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is it. Na elders ndio in charge wa kanisa. The council of elders ndio in charge. Mimi ndio mdosi pale juu, they are answerable to me. Alafu elders, alafu tuko na Biko mwenye atakuwa ana manage kitu inaitwa the technical team. Bwana Yesu asifiwe sana. The technical team ni hiyo sasa tumesema how heads of department they will be answerable to Biko. Sasa wanapaka maneno nao elders wanapatiwa report, wanaambiwa wanapitisha, wakipitisha wanakuja kwangu kama wamepitisha na mimi naambia kwa nini wa mwaki ugale ni edeo. Bwana Yesu asifiwe sana. One maneno iko namna hivyo. Na kama kuna makasiriko, uendelee tu kukasirika. Na tunahitaji watu wa kukasirika. Na tunahitaji maadui. Msikubali tupungukiwe na maadui. Maana tukipungukiwa na maadui, safari yetu italemea. Numanyita. Ukikosa maadui, safari yako inakwama. Maana sasa una relax, unashindwa mahali pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakaa tu relaxation. So you need tunahitaji maadui wengi. At least tukue katika watu 100 tunakuwa na maadui 80.
watu 20 tutakuwa wazuri. Ndio wanasaidiaka wewe unakaa kwa Mungu sana, karibu sana. Maadui wanakusaidiaka kukaa karibu na nani? Usitake wakati utasifiwa na kila mtu asema wewe mwega. Hapana. Hiyo kitu tumekataa. Sema tumekataa. Yes, sasa tufungua Biblia yako. Tuingie hiyo ingine mtatagaziwa na board na watawaambia what next, na kama unajua umepitia kwa masomo ya Biko na unahitaji kufanya kazi hapa, upatiane jina yako. Ukipatiana jina yako, hiyo jina itakuwa forwarded, ndio upatiwe responsibility. Upatiane jina yako kwa Lucy. Simama, unaona yule mama mfupi? Huyo anainua Mungu. Hebu ruka juu kidogo wakuone. Upatiane jina kama you feel that you need to serve here in this church. Na si kuserve upatiwe mshahara Mungu atakulipa. So kama you feel you need to serve, uandikisha jina kwa ule, jina ya ataforward jina yako, then you be included kwenye hii list. Ni hii list na ingine iko hapa, tuko na majina, sikutaja majina yote, nimetaja kidogo, lakini ukiangalia kwa notice board utapata the actual information that you need. Sasa tuangalie enemies that every chosen person must be aware of. Every chosen person. Modo agai, donyite microphone modo. Noroga meo hau. Kamudu akugira ofisi atamenyaga ni ameigira. So mimi acha niongee na Kisugu yangu, si ndio? Enemies that every chosen person must be aware of. Adui utakaye muangalia sana kwa sababu umechaguliwa. Adui the first enemy. Adui wa kwanza. Spiritual enemies. Adui wa kiroho. These spiritual enemies, huyu adui wa kiroho, there are people that will attack you. Ni watu ambao watakuindukia from the spiritual angle. Katika hali ya kiroho. If you look at the book of Ephesians chapter number 12, ukiangalia kitabu cha Waefeso chapter number 12, verse number 7, na mstari wake wa 7, you realize the Bible says, utajua Bible inasema that we don't wrestle against blood and flesh, hatupigani kwa damu na nyama, but against principalities and powers, lakini tunapigana kwa maroho, against the spirits, na kwa maroho, against things that are powerful than us, maroho na mambo ambayo yako juu, things that we are not able to see, mambo ambayo hatuwezi yaona, things that you cannot be able to touch, mambo ambayo hatuwezi yagusa, things that you cannot be able to walk around with, mambo ambayo hawezi yatembelea. They are stronger, ni yana nguvu, they are powerful, yako strong, and you cannot be able to see when they are coming, na hawezi yaona yakija, not unless you are so much aware, lazima uwe mtu makini, and you are so much in depth in the spirit, mtu ambaye ako ndani ya roho sana. You can be able to see how they come. Utaona jinsi yanavyokuja. You can be able to see how they come to you. Utaona jinsi yanavyokuja kwako. Because these things are manufactured, mambo haya yameachiliwa, in the spiritual realm, katika ulimwengu wa roho. And therefore, na kwa hivyo, when they attack you, they don't attack you because they want to destroy you, hayatakuinukia ikumalize, but they want to attack you because they want to attack the gift in you. Yanataka kukuinukia kwa sababu ya kipawa kilicho ndani yako. The spiritual enemies, adui wa kiroho, their main purpose, purpose yao, it is to destroy you in the gifting area. Ni kukumaliza na kipawa chako. They attack the spiritual gifts that you have. Wanainukia kipawa cha roho. They want to bring you down because God has gifted you. Meda kukurehedhi. They want to destroy you because God has gifted you. Huhitaji kukumaliza kwa sababu Mungu amekuinua. They want to bring you down because they know you becoming a pastor. Yanataka kukumaliza kwa sababu umekuwa mchungaji. They want to destroy you because they know you are becoming a bishop. Yanataka kukumaliza kwa sababu umefanyika kuwa bishop. They want to destroy you because they know you are becoming a president. Yanataka kukumaliza kwa sababu umekuwa kiongozi. They don't attack your physicality. Hayakuinuki kwa asili, but they attack the spiritual concept in you. Yanainukia mambo ya kiroho ndani yako. When Jesus was born, Yesu alipozaliwa, all young men, watoto wote wadogo, were declared to be killed by the king. Waliamrishwa wamalizwe na mfalme. When Moses was born,
wakati Musa alipozaliwa, all children under 2 years were supposed to be king. watoto wote wa miaka 2 iliamrishwa uawe. If you look at it, Ukiangalia mambo haya, Jesus Yesu was 1 year old, yeye alikuwa wa miaka 2, was 1 month old, alikuwa mwezi was mmoja, 1 day old. siku moja, But the king lakini mfalme decided to kill him. akaamua amalize, And not him alone. na si yeye peke yake, Everyone that was 2 years old. wale wote waliokuwa wa miaka 2, Because they didn't know who the kid was. hawakujua mfalme ni nani, They didn't know who this man that has been born was. hawakujua mtu huyo amezaliwa So ni they nani. did a blanket decision Wakafanya hiyo mambo that every young man to be ya killed. kwamba kila mtoto wa kiume amalize. These children were very innocent. Hao watoto hawakuwa na They hatia, didn't know what is happening in the world. hawakujua mambo yaliyokuwa They yakiendelea, didn't know what is moving around them. hayakujua yaliyokuwa They yakisumbuka, didn't know that an enemy can be there. hawakujua adui anaweza kuwa pale. They were just there. Walikuwa tu pale, They were just milking and doing everything around them. walikuwa wakinyonya na kufanya mambo yale mengine. They didn't know an enemy. Hawakujua adui, They didn't have an enemy. hawakuwa na In maadui their hearts, katika roho they zao. were just innocent. Walikuwa watu ambao And hawana they were makosa, just happy walikuwa watu wamefurahia, because they wanted to live. walikuwa wanahitaji And kuishi they lived na wakaishi without a problem. bila mashida. But somewhere, Lakini mahali there is a mature person somewhere. kuna watu ambao wamekomaa mahali, A king for that matter. mfalme wa hiyo tu, A queen for that matter. queen wa hiyo A hali, manager for that matter. mtu wa aina A hiyo, chairman for that matter. mtu mkubwa wa hiyo A hali, great person mtu who mkubwa was not happy with this young man. ambaye hakufurahishwa na hao Who watoto, was completely not happy with that young man. kwamba hakuwa na furaha kwa sababu ya yule mtu, Because he was threatened by the young man. kwa sababu aliogofishwa na yule mtoto. The young man didn't know that he's a threat. Yule mtoto hakuwa anajua ya kwamba But the anaogofya, old man knew this is a threat. lakini yule mkubwa alijua huyu ni wa That kuogofya. is what they call the spiritual enemies. Hiyo ndio wanaoitwa maadui wa They kiroho. know who you are, Wanajua wewe ni but nani, you don't know who they are. lakini wewe haujui ni akina In the nani. spiritual realm, Katika ulimwengu wa kiroho they understand. wanaelewa You are an evangelist. wewe ni evangelist, They understand. You are wanaelewa a prophet. wewe ni nabii, They understand. wanajua You are a CEO. wewe ni They CEO, understand. wanajua You are a great man. wewe ni mtu mkubwa, But you yourself, lakini wewe you've never known this. haujielewi. You are just walking. Wewe You unatembea are tu, just living. wewe unaishi You are tu, just coming to church. unakuja kanisani. You don't know whether you are a rich man. Wewe haujui kama wewe ni You don't tajiri, know whether you are a prophet. wewe haujui kama wewe ni You are nabii. just guessing what you Wewe are. una gesi, tunakufadhisha. People are telling you that you are a great prophet, Watu wanakuambia wewe ni mtu but mkubwa, you cannot be able to comprehend. wewe hauwezi You elewa, cannot be able to understand. wewe hauwezi elewa. But them who know how to read the stars, Lakini wale wanajua kujua nyota, them who know how to read people, wale wanajua kusoma watu, they know what kind of a person you wewe are. wanajua wewe ni mtu wa aina They know gani, you are not an ordinary person. wewe wanajua si mtu wa They know kawaida, you are a king. wewe ni They kiongozi, know you are a prophet. wewe ni mtu They nabii, know you are a powerful wewe person. wanajua ni mtu mkubwa. So they will plot for your downfall. Watapanga kuanguka kwako, Not when you are at your stage. si kwa sababu ya kiwango chako, Not when you are at the stage of progress. si kwa sababu kwa kiwango cha kufaulu, Not when you are at the stage of success. si kwa sababu ya kiwango cha kufaulu, Not when you are at your actual position. si kwa sababu ya kiwango cha hatua yako. They attack you way before. Wanakuinukia mbele, Because they are able to lead and to know who you are. wanajua wana uwezo wa kusoma na kujua wewe ni Therefore, they nani. will plan for your destruction. Wakati wanapopanga kuanguka kwako, Remember, Jesus was being prosecuted kujua ya kwamba Yesu Kristo when alisalitiwa he was only 2 years. akiwa na miaka When he miwili, was only 1 year. akiwa na mwaka When he mmoja, was only 1 month. akiwa na mwezi When mmoja, he was akiwa in the mother's womb. katika tumbo ya mama They yake, were planning to kill him. wakapanga kumuua, Not because of that particular si day. kwa sababu ya siku hiyo, Not because of that particular si time. kwa sababu ya wakati But ule, because of 30 years to kwa come. sababu ya miaka Because of 30, 30 years to come. miaka 30 They na planned for his death. wakapanga kifo Because chake, of 30 years to kwa come. sababu ya miaka They 30 planned against you. wakapanga They kumhusu, planned to bring you down. wakapanga They kukuleta planned chini, to
destroy you. wakapanga kukumaliza, Not because of the particular time you si are kwa in, sababu ya wakati huo, but because of what you are going to kwa become. sababu ya kile utakachokuwa, Because they know who you kwa sababu are. wanajua wewe ni nani, Because they know how powerful you can wanajua wewe ni be. mtu mwenye nguvu, Because they know you are a great wewe man. ni mtu mkubwa. That is why they have planned to Hiyo destroy ndio you. sababu wanapanga That's why kukumaliza. they don't want to make a risk. Watu hao They don't want to make a risk. hawataki kubahatisha, They don't want to make a risk hawataki kubahatisha. that this man can grow Mtu huyu anaweza kuwa and outgrow us. na atupite, Though they will plan watapanga to make sure na you kuhakikisha are dead wewe umekufa before you are dead. kabla ya siku yako. They knew Jesus Walijua Yesu will start working wataanza kufanya at the age of 30 akiwa na miaka 30. because they were able to read the stars. Walijua kusoma They were nyota, also able to read the moon. walijua kusoma hata They were mwezi, also able to read the sun. walijua kusoma They were mpaka also jua, able to read your palm. walijua kusoma They mkono, knew who you are. walijua wewe ni nani, They knew how powerful you are. walijua wewe ni mtu aliye na So they uwezo, knew walijua they are not going to wait hawatagoja until you become that powerful. uwe kile Mungu So amepanga, they will kill you watakuwa before you become yourself. utana tuwakilia gayane Before you become what God planned you to kabla become. ukue kile Mungu That is the amekupangia. time they want to kill you. Hiyo ndio wakati So that you will watakukumaliza, not become a stubborn to them. usiwe nyota kwa wengine. When I was born, Wakati nilipozaliwa I didn't come the way people came. sikuja venye watu walikuja, I used my leg to come. I used my leg to come. nilitumia miguu yangu But kuja, most of you use your head to come. lakini wengine wanatumia And kichwa. you can see the difference. Unaona utofauti? Because me, I wanted to land before you land. Mimi nilihitaji kukimbia kabla I ukimbie, wanted to land before you land. nilitamani kukimbia kabla When Jacob was being born, wakati Yakobo alipozaliwa, God said Mungu alisema to Rebekah, kwa Rebeka mama yake, and he told Rebekah, na akamwambia Rebeka, inside your womb, ndani ya tumbo yako there are two nations. kuna mataifa mawili, One that I love taifa ambao nalipenda and the one that I hate. na taifa limoja ambao nalichukia. If you look at how Jacob came, Ukiangalia venye Yakobo alizaliwa, he came second alikuja wa pili from Esau. mbele ya nyuma ya Esau, But Jacob was wrestling. lakini Yakobo aling'ang'ana, He was fighting to come number one aling'ang'ana aje namba moja, because he knew the risk of becoming number two. alijua uhatari wa kuja namba mbili, He knew that number two alijua namba mbili are not beneficiaries of the blessings of the parent. hataweza kuchukua baraka za Because wazazi according to their culture, kulingana na tabia za the kwao. firstborns Mzaliwa wa were kwanza the one that were blessed by the father. huyo ndiye hubarikiwa na baba, But Jacob inside, lakini ndani ya Yakobo he heard Rebekah being spoken to by God. alisikia Rebeka akinenewa na Mungu, That one I love mmoja napenda and another one I don't na love. mmoja ambaye nachukia. The one that will come first Yule atakayekuja mbele is not as equal with the one that will come second. hatakuwa sawa na yule atakuja wa pili. So Jacob knew, Yakobo akajua, he overheard, and inside the womb, na ndani ya tumbo he could hear these people say, alisikia sauti the zile blessings are for the firstborn, ya kwamba baraka ni za mzaliwa not wa for the kwanza, secondborn. si za mzaliwa wa pili. So when Jacob was coming, Wakati Yakobo alipokuwa he akija, organized a coup. alipanga njama, He organized a coup alitengeneza to njama overtake Esau. ya kuchukua mahali pa Esau, Unfortunately, na kwa haraka sana he didn't come first, hakuja akiwa wa kwanza, but he produced his hand first. lakini alitengeneza nafasi ya kwanza, He produced his hand. alitengeneza mkono wake. Because when they were pulling the hand, Wakati alipokuwa na they mkono, discovered it's not for the firstborn. alijua yeye si mzaliwa wa It is kwanza, for the secondborn. yeye ni sehemu ya pili. Therefore, the hand that came first Mkono uliokuja mbele was not for the firstborn. si wa mzaliwa wa It was kwanza, for the ni secondborn. mkono wa mzaliwa wa pili. And that was a coup. Na hivyo ndivyo He ilikuwa already captured alikapta yeye, because he knew, kwa sababu alijua I'm going to face challenges. naenda kupata na He hatari. knew out there Alijua they are kuna enemies of number two, adui wa namba ya and I will pili, never come number two. na sitakuja namba ya So he pili. pulled his hand out Akaweza and he kumfuta, became number one. akaja namba moja, And then he returned his hand. akarudisha He mkono has wake, recorded, ikawa I am rekodi, number one. mimi ni namba He has moja, recorded, I ikanakulia, am number one. mimi ni namba moja. So when he came out, Nikija huko when he nje, came out, alipokuja he nje came number one, akaja namba moja, yet number two.
si namba 2. But he knew. Lakini I'm alijua. saying he came number 1. Akaja namba 1. Yet he came number 2. Lakini alikuja namba But he 2. had already registered. Lakini ikanakiliwa. Already has registered. Ikanakiliwa. I am number 1. Mimi ni namba 1. I am the hair. Mimi ni kichwa. I am the hair. Mimi ndiye I am the hair. Mimi ndiye mlithi. Yes. Yes. And from then, Na kutoka hapo because he registered, ikawa imenakilika. the world started responding according to him. Ikaanza mambo kufanyika kama yeye. That registration that you make, Iliyonakiliwa pale. when you come on earth, Wakati ulipokuja hapa it will propel you to the next levels. itakuelekeza kwa It next will level. control all of your life. Itakuongoza kwa maisha yako. He was clever. Alikuwa mtu He mwenye was hekima. clever. Alikuwa mwelefu Right before kutoka pale mbele. Right before he came in the mouth, in the Kabla stomach, azaliwe kutoka ndani ya tumbo ya mama he yake. knew Alijua for you to be successful ili uweze kufaulu in the world of enemies, kwa sauti za I maadui, have to register lazima ninakiri that I am the head. mimi ni I kichwa, am not the tail. mimi si mkia. What you confess Kile unachokiri is what you become. hiyo ndicho This man decided huyu mtu to say, I am the head. akasema mimi ni I am kichwa, not the tail. mimi si I mkia. know most of us here. Najua watu wengi We are hapa the head. sisi ni We vichwa, are not the tail. sisi si We mikia, are conquerors. sisi ni We are washindi, winners. sisi ni washindi. Whatever we do, Chochote we shall tunafanya overcome. We tutaweza, shall defeat them. tutaweza We shall kuwashinda, destroy them. We tutawamaliza, shall bring them down. tutawaleta chini. And when he came down, Alipo he found the world akapata has neno, already registered ilikuwa na that menakiliwa this is a man of God, na mtu wa that Mungu. this is a businessman, Huyu ni mbaji that this biashara, is a married man, huyu ni mtu this is a ameolewa, married woman. huyu ni Already ameolewa. a registration Ikawa na was menakiliwa, already done. ilikuwa imefanyika. Whatever is happening now today, Inachofanyika leo it has already been registered. ni kitu kilinakilika. When Jesus came on earth, Yesu oka goko thi, already the angels malaika wa bingu had spoken to Joseph walisungumuzia Joseph that your wife ya kwamba mke wako is pregnant ana mimba, of the Holy Spirit. mimba ya Roho Mtakatifu. And Joseph Na Josefu asked how now? akajiuliza hao nao, How will people say watu watasema nini kuhusu that ima? I am pregnant, my wife is pregnant Mke wangu ni mjamzito and I have not gone to bed with na mimi her? sijaenda kwa kitanda na Now yeye. you want to convince me Unataka kunihengesha something called the Holy Spirit ya kwamba kuna mtu anaitwa Roho Mtakatifu went to bed with my wife alienda kwa bed na mke wangu and my wife now is na pregnant. mutumia wakwa ni murito. How will I explain to the people? Ingehota kwerethera andu atia What Joseph didn't understand, kiria Josefu atahotire kumenya that the baby that was in the womb of Mary mwana uria wari thiini wa nda ya was muka not an ordinary child. ndari mwana wa kawaida. So the angel had to be sent No muraika no nginya to giatumirwo come and register oke andike on earth ya kwamba guku that thi somebody not ordinary is coming. mundu utari wa kawaida ni aroka, Somebody not ordinary is coming. mtu ambaye si wa kawaida So anakuja. it has to be registered. Lazima ige nakilika, And once it is registered, na ikisha nakilika nobody can change. gutire mundu Because the ungiagarurira heaven has tondu registered. iguru ni The registered, heaven has said iguru so. ni ritekerete. So whatever they say of you, Kiria marete iguru riaku, whatever the heaven have said, chochote mbingu no one imesema can be able to hakuna change. atabadilisha, No one can be able to hakuna alter. Because atakayebadilisha. the heavens have said, Hata mbingu you are going to imesema become a king. utakuja You are going mfalme, to be successful. utakuwa mtu wa You are faulu, going to conquer them. I utawashinda. want to assure you tonight Nataka nikwambie that leo you will conquer them with the utawashinda. help of human being. Yes. With the help of the human being. Amen. Come. When the heavens have registered Mbingu ikinakiri and they have said you are going to become, na ikija utakuwa hivyo, and the heavens put a signature, na mbingu yake sahihi, whether people are going to walk with you onado madhi ya mwenawe or they are not going to walk with you, onothe maudhu ya mwenawe the world will favor you. kiugo noge Wherever gukwarĩria you go, you'll be favored. othe ũgũthiĩ na Wherever you go, you will be popote favored. utakwenda utashinda. Nothing and nobody can alter, Hakuna mtu because ataondoa. the heaven have registered Mbingu you. The imenashirisha, heaven has said so, mbingu imesema hivyo, and nobody. na gutire mundu. Remember, Ririkana when they heard the child has been born, rĩrĩa maiguire mwana nĩ mũciare, they didn't go to look for the mother matiathire kũrora nyina wa mwana, because they knew how to trace the child. nĩ moĩ ũrĩa The megũtũrĩci mwana. people of the world, Andũ
They are clever than us. ni moe na ndio Because they know how to trace a gift. wanajua kutafuta And vipawa. that is why God told Jeremiah Na hiyo ndio Mungu alimwambia that Yeremia, before you were born, before you were born, kabla I uzaliwe knew you nilikujua and set you apart na and nikakutenga consecrated you na and nikakutakaza anointed you wewe nikakupaka to mafuta become a prophet utakuja kuwa nabii to the nation. wa mataifa mengi. God consecrated Mungu aliweza kuweka wakfu the chosen one. ya mtu ambaye The chosen ambaye people amemchagua, are consecrated. ambaye The ameteuliwa. enemy cannot be able to finish them. Igoro tiketa kombatoria. The enemy cannot be able to finish them Tiketa kombatoria. because already Tayari Jeremiah was already registered Jeremiah alikuwa that amekamilika. this man is not ordinary. Huyu mtu si wa So kawaida. when these people knew that the ordained people, Watu hao wakijua kwamba ni mtu amewekwa they are wakfu, not ordinary people, si watu wa kawaida, they crafted a way. wakaweza kuang'oa, They crafted ujaja, wakafanya, kulete ujanja. they crafted a way. Wakajaribu kulete ujanja. And this way they crafted, Na kile kilisema it is how do we trace ni jinsi utakavyo the wachunguza people who are chosen? watu ambao wamechaguliwa. How do we know Tutajuaje the people who are selected? watu ambao wamechaguliwa? They knew there is one thing, Walijua kitu kimoja, that in these people katikati ya hawa watu there is a star. kuna nyota. They knew in these people Walijua ndani ya hawa there is a watu star. kuna nyota. So they stopped following the people Wakaanza and they kudanganya started watu, locating the star. wakaanza kutafuta nyota. That is why Hiyo ndio the sababu chosen one wale wamechaguliwa are not attacked because of what they are, hawafuatiliwi kwa sababu ya but kile, because of the star kwa in sababu them. ya nyota ndani yao. And the people who know how to read the Watu star, wanaojua kusoma nyota they started following the wakaanza star kufuata nyota. because they knew, Wanajua if I follow the star, nikifuata nyota I hii know where Jesus is. nitajua mahali Yesu If I alipo. follow the star, Nikifuata nyota I know where Jesus is. nitajua mahali Yesu Your alipo. enemies are not in your body. Maadui wako Your wako ndani ya enemies mwili, are in your star. wako ndani ya Because they nyota. know who you are. Wanajua wewe ni They nani, have read your star. wanajua nyota They have yako, read your star. wamesoma nyota That is why yako. they want to bring you Wao down. That is wanakufuatilia why they say you must die. wewe, wanasema That's why they utakufa. say you must finish Hivyo you. ndivyo wanasema watakumaliza. Those diviners, Wale wanabii wa uongo they knew wanajua already the baby has been born. ya kwamba mtoto amezalika, But the king lakini mfalme didn't know the baby has been born. hakujua mtoto amezalika. So they followed the star Walifuata nyota until they got near where Jesus was. mpaka walipata mahali Yesu amezaliwa. And they asked a question. Wakajiuliza swali, In one of these families here, katikati ya familia there hizi is a baby boy kuna mtoto wa kijana who has been born. ambaye amezaliwa. Remember, even the villagers, Hata wenye kijiji, wenye they kijiji didn't know a baby has been born. hawakujua mwana But amezalika. people from Nakuru, Watu kutoka they Nakuru already knew a baby has been born. walijua mtoto And they amezalika knew the baby is in na Kibera. wanajua mtoto yuko So they Kibera. went up to Kibera. Walienda mpaka That Kibera. is where they asked a question. Hapo ndipo There walizouliza is a swali, baby here mtoto yuko who hapa was born. ambaye alizaliwa, And this baby na mtoto is huyu not ordinary si baby. mtoto wa kawaida. They were not following Jesus physically. Hawakumfuata Yesu tu Nor hivi the mother of Jesus physically. ama mama wa Yesu hivi, Didn't follow the roots physically. hawakufuata tu They hivi, followed the star. walifuata nyota, They followed the star. walifuata nyota. Your enemies follow your star. Maadui wako Your enemies follow your star. maadui wameona They don't nyota, follow your body. hawafuati They mwili don't follow wako, your personality. hawafuati sura They don't yako, follow your parents. hawafuati They don't wazazi, follow anybody. hawafuati mtu They will mwingine, follow. They wanafuata, will follow watafuata the star that you are. ile nyota The star ulionayo, that you are. nyota ambayo umeibeba. Because they know how to reveal. Wanajua They know kuishika, how to receive. wanajua kuishika. Because they are not interested with you. Hawana haja na wewe, They are interested of what you are going to become. wana haja na kenye umekibeba. That is why they followed the star. Hiyo ndiyo wanafuata Because nyota. they knew this star. Walijua nyota hii, This star is following you. nyota hii inakufuata. They knew this star. Walijua nyota It hii is there because of you. iko hapa kwa So sababu they yako. kept following the star. Walifuata nyota, Because they knew walijua in this star ndani ya nyota there hii is a prophet. kuna nabii, In this star ndani ya hii there nyota is an evangelist. kuna In mwinjilisti, this
this star, ndani ya nyota there hii is a kuna businessman. mfanye In biashara, this star, ndani ya hii there is a nyota businesswoman. kuna mwanamke In mwenye this biashara, star, katika nyota there is a hii president. kuna In kiongozi, this star, ndani ya nyota there hii is greatness. kuna mtu So mkubwa. they don't follow you. Hawakufuati They wewe, follow the star. wanafuata nyota. That is why Na hivyo they have ndivyo caused you troubles. wanakusababishia They have mashida, caused you roadblocks. wanakuwekea Wherever roadblock, you have gone, wanaweka they have barriers, been causing roadblocks wanaweka barriers, so that kwa sababu they hii can be able to detect your star. iwaweze But kuizuia nyota yako, because you are protected. kwa sababu umelindwa. When Joseph, Wakati Josefu, when Jacob, wakati Yakobo, his time for blessing came, wakati wa kubarikiwa kwake ilipofika, his mother was there to hear mama yake alikuwa pale kusikiza. that now the star is the time for the star to be revealed is now. Sasa nyota kufunuliwa kwake ni sasa. But Mzee didn't know Lakini Isaka who hakujua is carrying the star. yule ambaye amebeba nyota, Only the mother knew lakini mama alijua who is carrying the star. ambaye amebeba nyota. Therefore, these are the people that we call Hao watu ndio tunaowaita frenemies. frenemies. These are the frenemies of your life. Hawa ndio The people who will pretend to you. Frenemies in those pretenders. pretenders that don't The wait. frenemies. Etui Because the mother to Jacob mama yake Yakobo and the mother to Esau na mama yake Esau, was a good mother to Jacob, yeye alikuwa mama mzuri kwa Yakobo, but a very bad mother to lakini Esau. mama mbaya sana kwa Esau. Because she overheard. Lakini kwa sababu alisikia, She overheard alisikia that go and prepare my son. he had Isaac alijua, alisikia Isaka tell Jacob, Akimwa- tell Esau, akimwambia Esau, go and prepare for me a meal vyuthondeke tuirio twega and bring it to me na udehere ndi because I want to bless you. to ndirenda gukurathima. The mother heard it. Mami akeigua. A good mother, Mami mwega, a mother that bore you, mama aliyekuzaa he overheard it akaweza kuisikia, and ran akaenda to Jacob akamwendea and Yakobo, told Jacob, akamwambia Yakobo, you know what? unajua nini? The time for the revelation of the star, Riu hindi ya kugurio kwa njata it nĩngi is now. nĩ rĩu. So what I want you to do, Ndenda wĩke go and prepare a good meal. vyuthondeke tuirio twega, Then make a skin over your hand ucoke woe ngothi ya that looks like that of your brother. na kama ngozi ya ndugu yako Because Esau, your father is blind, na baba yako ni kipofu, he will not see this. hataweza kuona mambo And haya. Jacob asked the mother, Naye Yakobo akamuuliza mama, are you serious? are you serious mama? This can work? Hii inaweza fanya kazi? I don't think this can work. Sijui kama inaweza fanyika. But the mother told, Mama akamwambia he Yakobo, told Jacob, akira Jakufu, don't worry, tiga koma mwana I am wako, in control. mimi ndiye naongoza mambo haya. These are the kind of enemies Hao ndio maadui that will sabri, cause and will come and cause warfare between two people. watakuja kuleta vita katikati ya watu wawili, And they will come and comfort everybody. na watakuja kutia Do moyo kila not be mmoja. worried. Usijali na I hili. am in control. Niko katika hili hali ya In that kushughulikia. church, Katika hayo I am the one who says, mimi ndiye nasema. in that company, Katika kampuni I am hiyo in charge of mimi procurement. ndiye naangaliaga In mambo. that organization, Katika hiyo huo it is me who signs. mimi ndiye weka Don't sahihi. worry. Yako maka. Just do as I'm telling you. Niweke huo da. Because I knew what I'm doing. Tono yake And adeleka. remember when this person is telling you this, Kwa mundu gokwero. there is somebody who is going to lose a job Kuna mtu atapoteza kazi because of enmity. kwa sababu ya uadui. And the person that is going to lose a job Na yule atakayepoteza kazi is a great friend, ni mtu mkubwa, rafiki. a good friend Rafiki mzuri. that you dine together, Mule mukuwaga nake eat hamwe. together, Muliaga nake. walk together. Muthianagia nake. But there is an agenda to bring you down. Kwena mufango wa They gukurehemu. knew that you are going to enter into this airplane. Wanajua atapitia kwa hiyo laini. Airplane. Hiyo ndege. In this chopper. Katika chopa hii. And they knew inside the chopper, Na wanajua ndani ya they hiyo have chopa. put a bomb inside. Wameweka bomu ndani. You are going to die. Utaenda And kukufa. they will shake your hand. Na watakusalimia. Na wakwambie safari njema. Mwakweleza fare chega. Ukifika huko unipigie simu. Wakinya kuwoholele. I want to talk to you when you are in your office. Wana wakinya neka But kuwoholele. they knew inside the chopper. Mamenyete. Only 6 minutes. Only 6 minutes. Kama
only 6 minutes, kama dakika 6 you'll be dead meat. utakuwa umekufa. But this man, Na mtu huyu ukifika, na wakinya, kumbuka kunipigia simu. unipigie simu, Call me immediately. unipigie I want to talk to you. Nikwenda kwa In fact, give me a video call. unipatie video call. A video call, I want to talk to you. Video call niongee na But wewe. they know already. Na wanajua This tayari man is dead meat. huyu mtu ni There mtu are amekufa. people in your life Kwa watu katika who maisha know you yako are dead meat. wanajua kwamba There are ndio people in your life kuna watu katika who maisha know yako you are not going to survive. wanajua There are hautaendelea. people in your vicinity. Kuna watu katika They kijiji know you are not going to succeed. wanajua hautafaulu. But in one way or the other way, Kwa njia moja na nyingine, I remember when I was watching George Saitoti. wakati nilipokuwa na watch George Saitoti, When he was roasted there in Kibiko. wakati alipo Roasted, wakati alifanya nyama choma. aliponywa nyama choma There at Kibiko. huko Kibiko. My home is just closer. Boma yangu ni karibu na kwake. So no, not kwake. To Kibiko where he was roasted. Yes. And I was one of the people that were first there. Mimi ni mmoja wa wale walikimbia wakiwa wa kwanza. Then as we listen to the radio, Tulipokuwa tunasikiza kwa redio, I heard that there was a pilot that was supposed to take these people to Kisumu. kuna pilot ambaye alikuwa awapeleke mpaka Kisumu. And something just happened. Jambo tu lika happen Because somebody wanted to eat some money somewhere. kwa sababu kuna mtu alikuwa anataka kula pesa mahali. They caused this man who is a pilot of this aeroplane Wakasababisha huyu not to travel with these dignitaries. asiende na hawa watu wengine. And they called for another pilot. Wakaita pilot mwingine. And this man was sent somewhere else. Naye akatumwa mahali kwingine. Before he could even go to that somewhere else he was going, Kabla hajaenda mahali alikokuwa anatumwa, he had the plane that he was supposed to pilot ile ndege aliyokuwa aendeshe has crashed. Imeanguka. And none Na has survived. hakuna ambaye amenusurika. That is a chosen person. Huyo ni mtu aliyekuwa amechaguliwa. God will cause you to evade. Mungu atasababisha. God will cause you to evade. Mungu atasababisha. God will cause you to evade. Atakuondoa. God will cause you to evade. Mungu atafanya uondosho. A situation that is dire. Ni hali ile mbaya. You will think these people hate you. Utasikia hawa watu wamekuchukia. But God will use these people lakini Mungu atasababisha to hawa watu save you from an accident. watakuondoa kwa mkosi. For them they have just offended you. Wale ambao wamekuondoa. For them they have just destroyed you. Wale ambao wamekuondoa. Because somebody told me Mtu aliniambia they wanted to demote this pilot walikuwa wanataka kumshusha huyu pilot on subordination kwa sababu ya jambo hili. because that he was arrogant. Huyu alikuwa mtu kisilani. And because they had an agenda of removing him from job. Walikuwa wanataka kumuondoa kwa kazi. So they swapped him with Gatwanja. Walimbadilisha na huyo anaitwa Gatwanja. So they can accuse him later ili waweze kumstaki. that he was called Yeye aliitwa but he refused na akakataa to report. kuingia kazi. So this person is supposed to be sacked. Huyu mtu atasakiwa. But God had organized that language. Mungu akaingilia ile. God will organize a language. Mungu atapanga. It will not be a good language. Haitakuwa lugha nzuri. It will be a bad testimony over you. Itakuwa testimony And then mbaya you'll kwako. get out of this house crying. Na utatoka nyumba hii ukiwa Only likilia. to realize. Bila wewe kujua. Only to realize. Ili upate kujua. God had a plan. Mungu alikuwa na To mpango. remove you from here. Kuondoa hapa. So that he can save you. Akuokoe. Because he has chosen you. Agoshagolete. Because he has anointed you. Akwakete maguta. Because he has given you a responsibility. Niakoete wera. Oh my God. Gai wa matuine. This is going to happen to you tonight. Itafanyika kwako This is leo. your time. One hida This is your time. huu ni wakati They have wako. rejected you. They are Wamekukataa. coming for you. Wanakukujia. God is coming for you. Mungu anakukujia. Out of being rejected. Bila kuwa rejected. Imagine they had rejected you for 5 years. Wamekureject 5 years. No job.
gutire wera, no promotion, gutire kwambarario, no nothing. gutire kitu You've been ona. stagnated Umekuwa and stagnant you've been crying to na God umekuwa ukilia and thinking that God forgot you. na unaona kama Mungu amekusahau. Some of these things, Maundu mamwe tamaya God causes a derail. nimokaga niguo mahuthe kugena na So muhuthia. by the time you are derailed in the house, Liria wikete nyumba utonogerei you are praying ukihoya that God may hear you. Ngai njigua You go to Kataloni gwathi that Gatoroni God may hear you. Ngai niguo akoigue. Kumbe God is doing something on the other side. Kwena undu Ngai reka mwena uri ungi. God is doing something on the other Kuna side. jambo Mungu analifanya That pale. is why he took you to Kataloni. Hiyo ndio sababu alikuchukua When kutoka he Gatoroni. does something on the other side, Kwa sababu afanya jambo pande ile you will nyingine. not be part of it. Hautakuwa part ya You will hiyo. be not part of it. Hautakuwa part ya You hiyo. will be saved. Utakuwa saved. You will be saved. Utaokolewa. And then the company will say, Na kampuni because you itasema are the only one that survived. wewe tu ndiye peke yake And then you ulinusurika. are the one that has the history of the company. Wewe na historia ya kampuni. Now you become the CEO. Unakuja kuwa CEO. Now you become the CEO. Unakuja kuwa They had CEO. a bad plan against you. They Wamekupangia had a jambo. bad agenda against Wana you. mpango mbaya. To God, Kwa Ngai it was not a bad agenda. ti mupango It muru. was godly agenda. It Amen. was an agenda from heaven. Ni mpango kutoka kwa Mungu. Bwana sifiwe sana. Ngai agocwo. Today I'm sweating. Muthe ni ndirathithina muno. Some of these enemies Aina hii ya maadui. in the book of Deuteronomy, Daniel chapter number 10. Ifuku ya Daniel chapter number 10. Somebody to give us Daniel chapter number 10. Number Mtu 10. atupatie Daniel chapter number 10. Daniel chapter number 10. I think it's about verse number 10. Verses 10. Are we there? Daniel chapter number 10. Verses number 10 there. And behold, Na ukikorwo na ikawa and a hand touched me, na guoko ukihutia which set me upon my knees, gukindwara nginya guturia maru-ini makwa upon my palm of my hands. nginya moko-ini makwa. Verse 11. Mstari wa 11. And he said unto me, Naye akasema nami, O Daniel, Danieli, a man mtu greatly beloved, mtu ambaye mkubwa nampenda, understands the word that I speak elewa maneno nimeyazungumza. unto thee, Mhm. and stand upright. Na usimame imara, For unto thee am I now sent. na kupitia wewe na kutuma, Unto thee I am sent. na Nimetumwa kwako. nimetumwa kwako. And when he had spoken Na aliposema hivyo this word unto me, maneno yale kwangu, I stood trembling. nikasimama nikatetemeka. Verse 12. Namba 12. Then said he unto me, Naye akasema hivi kwangu, fear not, Daniel, usiogope Danieli, for from the first day kwa kupitia ile siku ya kwanza that thou didst set thine heart to understand, nilipochukua hatua kwa roho yangu kukuelewa, to chasten thyself niliharakisha before thy God, kwa Mungu wangu, thy words were heard, neno langu lilisikika, and I am come for thy words. nimekuja kupitia neno langu. Verse 13. Mstari wa 13. But the prince of the kingdom of Persia Kiongozi wa ufalme wa Persia withstood me 120 days. alinizuilia kwa siku 20. Lo, Michael, one of the chief princes, mkubwa wa came kiongozi, to help me, akaja kunisaidia, and I remained there na nikabaki pale with the king of Persia. kwa mfalme wa Persia. That the day Daniel started praying, Wakati Danieli alipoanza kuomba, that is when the message of God to Daniel came in. hapo ndipo message ya Mungu ilikuja kwa Danieli. And this message was given to Neno hili lilipatianwa with the angel, not Michael, not Michael, Gabriel. This message was given to Gabriel. Ujumbe huyu kwa Michael ukaja. But as Gabriel was bringing the message, Na wakati Gabriel alipoleta ile ujumbe, because Gabriel is an angel of message. yeah, Gabriel ni malaika wa message, wa ujumbe. So Gabriel, Gabriel as he was flying down, aliposhuka
chini, he met with the prince of Persia. akakutana na mfalme wa Persia. He met the prince of Persia. Akakutana na mfalme wa Persia. And the prince of Persia Na mfalme wa Persia arrested Gabriel akamkamata Danieli and stopped Daniel na akamzuia Danieli from bringing the message kutoleta ujumbe to Daniel. kwa Danieli. Daniel continued to pray Danieli akaendelea kuomba for the next 21 days. kwa siku 21. That is when it was discovered Hivyo ndivyo ilipoeleweka that Gabriel is struggling kwamba Gabriel ana struggle, with anang'eng'ana an enemy somewhere. na maadui mahali fulani, An enemy somewhere. na adui mahali fulani. Michael was sent Michael to akatumwa go and rescue Gabriel. kwenda kumuokoa Gabriel. And that's the time they were able to deliver the report. Ndiposa waliachilia ile ripoti. There are people. Siku baada There are people kuna watu in your life katika maisha yako who have been sent. wametumwa tu, Already they know what you are supposed to become. wanaelewa na wanajua kile utakuja kuwa. Already they know where you are supposed to be. Ni moyo hali ufatie ni gukorwo uri, But they have refused with information. wamekataa na ndomereri. This kind of people, Watu wa aina hiyo, this kind of people, watu wa aina hiyo they don't attack you because of your personality. hawakuattack kwa sababu They attack you because of the gift you have. wanakuattack kwa sababu ya kipawa ulicho nacho. So the mfalme wa Persia, Mfalme wa Persia, the mfalme wa Persia yule mfalme wa Persia was not hakuwa in any way, mahali popote, he was not in any way hakuwa mahali the enemy of Gabriel. maadui wa Gabriel. He was not the enemy of Gabriel, Hakuwa adui wa Gabriel, but the enemy of Daniel. ni adui wa But Daniel. he never confronted Daniel. Na hakumfuatilia He Daniel, confronted Gabriel. alimfuatilia He Gabriel. never touched Daniel. Dahutirie Danieli. This kind of enemy, they don't attack you. Usia muthemba utiko hutagia. They attack the source. Mahutagia haria They kihumo. attack the source. Mahutagia kihumo. They attack where your power is. Haria hinya waku. They attack where you belong. Haria okora. So that the message Neguo ndomereri. will not come to you. Ndagagukinyire. They will leave you praying. Watakuacha hivyo. They will leave you walking. Watakuacha uwe They will leave you doing things. Meweka maovu. They don't touch you. Hawakuguzi. They don't touch you. Hawakuguzi. They touch where the source is. Mahutagia kihumo. They touch where you are walking. Mahutagia haria They will utirawira. bring down the whole company because of you. No mareka kampuni yothe They will thi. bring down the whole church because of No you. mareka kanitha thi They tondu bring waku. down everything because of No you. mare maundu mothe thi tondu Because waku. they are your enemies. Nĩ thũ ciaku. But they don't come revealing themselves to you. Hawakuji kujifunua kwako. They attack Wanaguza the people that deliver the message to wale you. wanaoleta ujumbe. They attack the Wanaguza people that has wale mena your benefits. mena faida ciaku. They Amen. will not attack Hawatakuguza the child that you are about to give birth. yule mtoto unaenda kumzaa. They will attack your husband. Wataguza mume wako. So your husband Ndile mume wako will stop from being fertile, ataendelea kutokuwa fertile. so that the baby Niguo mwana that was to become a king ule ugatuika muthamaki will not become a king. hatakuwa mfalme. They will not attack you. Hawata attack They wewe. will attack your husband. Wata attack mume And wako. because your husband to become a gay, Niguo muthamaki muthuri waku ndangatwe. so that the seed is carrying Niguo mbegu ile akuite will go to waste. ithi igatuika yatu. They will not attack you. Hawata ku attack. They will attack your wife. Umeko utie mutumia wako. That your wife will be so angry with you Mutumia wako atuike gethani that kuri. he will go and perform an abortion, Eguthie rute ihu riria. so that the seed she's carrying Niguo mbegu ile akuite can die. ikue. They don't attack you. Hawata kuguza. They leave you to live. Watakuachilia uishi. They make you live a comfortable life. Utaishi maisha ya They starehe. allow you to be calm. Utakaa kile tu. They allow you to be there. Wataruhusu uwe tu. And they will give you everything. Watakupatia kila If kitu. it is a car, they will give you. Kile If it umekibeba. is a house, they will give you. Nyumba watakupa If wewe. it's a position, they will give you. Kama ni sehemu watakupa. But they will make sure Lakini the watamesha. message you are carrying Ile ndomereri to umeibeba. take to those people Gutwarira andũ arĩa will not come there. haita
haitawafikia. chose me. They chose me. Walichagua And mimi. they made me to be a Bongeke leader. Wakanifanya kuwa And they Bongeke. made me to be very powerful. Wakanifanya kuwa mtu And they mkubwa. made me to become a senior person. Wakawa mtu That mkubwa. even the president of the Republic of Hata Kenya kiongozi wa Kenya trembled before me. He akalitetemeka. was not even to make a statement Hakuweza kusema chochote because he was scared of kwa Waruinge. sababu aliogopa. And they gave me a position. Akaniweka kiwango They cha gave juu. me a position. Wakanipa I sehemu. became the national leader Nikaja of kiongozi the proscribed Mongeke sect. watu wa And I Mongeke. was so powerful. Nikawa mtu So aliyekuwa na uwezo. powerful. Aliyekuwa na uwezo. So powerful. Aliyekuwa na uwezo. And Mkubwa. from there, Kwa sababu ya hiyo. once they made me so powerful, Waliponifanya na kuniachia niwe mtu mkubwa, they plotted for my death. wakapanga kifo changu. They released bullets upon my body. Waliachilia risasi kwa mwili wangu. They convicted me to hang. Walipanga nijinyonge. They poisoned me. Waliniwekea sumu. All way long. Ile tu kitu kimoja. All way long. Kutoka kule mbali. Those days before, Zile siku za zama. they made me a king in the year when I was only 17 years. Walinifanya kuwa king nilikuwa 17 years. And I forgot. Nikasahau. Because nobody introduced me. Kwa sababu hakuna mtu aliyenielezea. I didn't follow my star. Sikufuata nyota yangu. They diverted my star. Walidivert nyota And yangu. they made it to be a king of Mungiki. Wakanifanya niwe kiongozi wa Mungiki. Instead of making me to be a prince in the kingdom of Jesus. Badala wanifanye kuwa priest kwa ufalme wa Mungu. Today I will not be preaching. Today singekuwa ninahubiri. They were not attacking anything. Matiaruaga na kidu kingi. They were attacking the preaching I'm preaching today. Maruaga na kile ndira hujio muthi. They were not attacking anything. Gutiri kindu kingi maruaga na Because money they gave me. Mbesha ni maheaga. Cars they gave me. Nilikuwaga na gari zangu. Nice houses they gave me. Nyumba wakanipa. But one thing they were working against. Kile walichokuwa wanapiga nacho. Is that I will never preach. Sitahubiri The word of Jesus. neno la Yesu. But unfortunately. Kwa ghafla tu binifu. But unfortunately. Kwa ghafla tu. But unfortunately. Kwa bahati mbaya. Ikarete hahana dogeteige muthuri go. Mwire Hallelujah. mwire ni mfujiri kugata. Yes. Kwa bahati mbaya, thank you very much. Yes. We haha ni undu wa wira ucio. Tuikara uguo. Ona muthuri ni ajia koina ina ni ajia gutereva. Ni ule augaga. Atia. Kwena maitho mararora makarigwo niki kirathi na mbere yao. Ni ule augaga. Nĩndaigua thĩinĩ wa roho. Ni uhengecirwo. My enemy already have. Yes. We refuse. Tumekataa. Somebody refuse. Nimekataa. Somebody refuse. Nimekataa. I will not. Sitaweza. The other enemy. Adui mwingine. Anaitwa household enemy. Anaitwa The household enemies. Adui wa nyumba yako. Wa nyumbani, adui wa nyumbani. The other enemies Adui huyo mwingine that you need to be care of. ambaye utamwangalia It is the sana. household enemies. Ni adui wa nyumba yako. That wife of yours. That wife of yours. Huyo mke wako. That husband of yours. Yule bwana wako. That son of yours. Yule mtoto wako. That daughter of yours. Yule that person you work together. Yule mtu mnaifanya That kazi. employee. Huyo mnafanya The kazi. people you are worshiping Wale together. mnaabudu Those pamoja. are the people. Hao ndio We watu. call them household enemies. Maadui wa nyumba They yako. are also scared of you. Watu wanakuwa When Joseph was born, wakati Joseph he was a alipozaliwa good boy. alikuwa kijana He was a mzuri. loved boy. Alipendeza. Nobody considered him. Hakuna mtu Nobody alimfikiria. was scared of him Hakuna mtu alimuogopa. until he was able to dream. Wakati alipoota Until ndoto. he dreamed. Alipoota. When he dreamed. Alipoota. When he dreamed Alipoota. that he saw a Ya star kwamba nimeona nyota. and the stars. Na nyota. This star Nyota hizi. and these stars. Na stars. These stars Na star hizi. were bowing to Imeinama. this star. Kwa nyota He hii. developed immediately enemies. Ikazaa adui. Immediately Ikazaa an adui. enemy arose. Adui The akainuka. family members, Family the members. brothers Wa mandugu arose against him wakamuinukia and Joseph. decided to kill Na him. wakapanga kumuua. Not because he
was bad, si kwamba alikuwa but mbaya, because of a dream. ni kwa sababu ya ndoto, Because of a dream. kwa sababu ya The ndoto. household enemies, Watu wa nyumba they yako fight your dream. watapiga ndoto They don't yako, fight anything. hawatapiga They kitu don't fight kingine, your personality. hawatakupiga They wewe, fight a dream. watapiga Because you ndoto, are a dreamer. kwa sababu wewe ni They mwotaji, fight a dream. watapiga They are not ndoto, interested with anything. hawana haja na The kitu. household enemies. Maadui wa That nyumba, husband of yours. mume wako, Because you have started now becoming. umeanza kuwa. Do you know what? Unajua nini? That husband, Yule mume wako he will become envy of you atakuwa adui wako because you have been promoted. kwa sababu umeinuliwa, And the company has given you a car. na kampuni imekupatia gari, And the company has given you a new pack. na mpaka kampuni imekupatia And paki, even this, what we call the house what? House allowance. house allowance And their benefits. na benefit, faida hizo. And in 1 year or 2 years, Na kwa mwaka mmoja ama miaka mbili you will have to travel out of the country. utaanza kusafiri nchi za nje. Now the husband, Naye mume pale, the husband mume wako now start asking you, anaanza kukuuliza, you mean you'll be going out of the country alone? utakuwa ukienda nchi za ng'ambo peke yako? You'll be going with who? Utakuwa ukienda na nani? Of course, you'll be going with the managers Mm. and the CEO. Na CEO wa kampuni. Oh my Lord. Oh my God. So you'll be going with the CEO Unaenda na CEO of the company, wa hiyo kampuni, Mr. Jeroge. Mr. Jeroge. You'll be going with Mr. Jeroge. Unaenda na Mr. Jeroge? Will he be going with his wife? Ataenda na mke wake? Then you say no. Unasema hapana. Okay. Okay. So that is why your salary was increased. Hiyo ndio sababu salari yako iliinuliwa, So that you can be going outside. ndio uendage nje. And remember, Mr. Jeroge Na unajua Mr. Jeroge is a CEO. ni CEO wa kampuni, And the other managers na manager wale are wengine all men. na ni wanaume tu. And because you are the deputy manager, Na kwa sababu wewe ni manager by mdogo, virtue of being a deputy manager, manager or mdogo maybe the brand manager, na ama brand manager, you have to travel with the CEO utatembea na on a CEO job mission. kwa sababu ya kikazi. Now Mr. Mr. Kimani, the husband, the husband, he hears anasikia amongst the team that is going, na ile group ya watu wanaenda, you are only 2 ladies. wewe tu ni mke mmoja tu, You are only 2 ladies ninyi ni wanawake wawili in tu that entourage. katika hiyo safari. And because this man Kwa sababu huyu mume has always been pretending to you, ameishi kujifanya he's kwa a good husband, ni mume mzuri, he will not stop you from going. hata kuzuia usiende. Physically, he will not stop you. Physically hata kuzuia uende. Physically, he will not stop you. Ndego kugiria uthie. But spiritually, Ndani ya roho he will develop a mean hata kuna kitu to itainuka, make sure you are not going. hautaenda. And even to make sure you are sacked. Hata If he will not come to the madhabahu kama atakuja kwa madhabahu and remove a sacrifice na atoe sadaka for your sacking, kwa sababu ya he sakia, will go to a mugaga. atakwenda kwa mganga, And in 2 days, 3 days, na siku bila matatu you get involved in an accident. utaingia kwa And from that day, na kutoka siku hiyo for another 6 months in a bed, miezi kama ingine 6, and the other people will be selected to go to America. na watu wengine waliochaguliwa kwenda Just Amerika because kwa sababu of an enemy kwa sababu ya adui that you call a husband, yule unamuita an mume, enemy adui that you call a wife, unamuita mke, an enemy yule mtu that you call a co-pastor, unamuita an mchungaji enemy mdogo, adui that you call a fellowship, a fellow member in worship, ambaye mnaabudu an pamoja, enemy adui that always surround you. ambaye amekuzunguka, They are called household enemies. hao wanaitwa adui They wa are very nyumba. dangerous than fire. Hao ni moto, They are very dangerous than ni fire. wakali kuliko moto. Because they will never tell you, Hawatakwambia, but they will bring you down watakuleta as chini you are walking with them. ukitembea They will pamoja. develop means as you are walking with them. Unapowaona They will even buy you an expensive suit. hawatakubaia expensive suit, They will even buy you watakubaia a nice thing vitu just vizuri to bring you down. wakulete chini, Because they will pretend they watajifanya can do anything. watafanya They kila can kitu, give anything. wanaweza kupa chochote Just for one reason. kwa sababu moja, Usiende huko. ndugathie kuria. Just one reason. Reason moja tu, That you then don't get into your destiny. tukatonya katika hatima The yako. household enemies, Adui wa nyumba they deal with your dream. wana deal na ndoto, They deal with what? wana deal They na deal with your dream.
wanafuatilia ndoto. Because you dreamt to become great. Uliota kuwa mtu Because you dreamt to become a manager. Uliota kuwa manager. Because you dreamt to become a CEO. Uliota kama mtu mtongo. Because you dreamt to become a pastor. Uliota kuja mchungaji. Because you dreamt to become a great person in the nation. Uliota kuwa mtu mkubwa katika Because taifa. you dreamt that you are going to become a president. Uliota kuwa The president. very first people who will fight you, Wale watu wa kwanza it kupiga is your sisters, ni dada it zako, is your brothers, ni ndugu zako, it is the people you fellowship wale together, mnaofanya it is the pamoja, people you worship wale together, mnaabudu pamoja, it's your co-workers, wale mnaofanya your kazi, colleagues. au wafanya Those kazi. are the people, Hao ndio the watu first people to fight you, watapigana the wewe, first people to destroy you, the watakuharibu, first people to bring you down. kuleta chini. I call the household, Ninawaita and household enemies. maadui wa They are nyumbani kwako, dangerous people. watu They wabaya, are dangerous people. ni watu hatari. Somebody say they are dangerous people. Sema ni watu hatari. Amen. This is a bit bad. Hii ni mbaya. This is a bit bad. Hii ni mbaya zaidi. There is royal enemies. Kuna loyal enemies. There is royal enemies. These people, you don't expect them. Atwasho teregagirira. You don't expect them that they have a bad agenda about your life. Duirigagirira no makome no dumuri iguru rya. They can kneel even when you're talking. No maturie ona rero ahujia muno no maturie maru. They can kneel down Ona no to mainamirire muno. show royalty. Monie kwenyihia. But what they are doing behind your back, No kiria mareka on your back. what they are doing behind your back, Wana kitokifanya nyuma yako. the day you realize Utakapojua na you are uelewe, already in a pit. utakuwa ndani ya They shimo. are very loyal. Ni watu wanyenyekevu. They are very good. Ni andu wega muno. They can even worship you. No makoinamirire muno. You serve them. Una wasafu. These people Andu aya in your office, ofisini yaku, in your kitchen, riko-ini ryaku, in whatever that you are doing. maundu maria mothe They are the ureka, people who will give you the best food. no makuhe irio njega muno. They are the people who will serve you like a king. No magutungate ta muthamaki. These people, you will never hear them Ndungimaigua backbiting you anywhere. magigucuka handu. But they are the people who will poison you. No ni andu aria mangikoroga o And they hindi will be the oro yo. first people to report of your death. Ni andu aria mangitangatha gikuo And giaku. they are the first people that will fundraise their first money for the coffin. Ni andu aria mangithondeka WhatsApp group ni And tondu they will wa make, kũrĩtha. they will make sure they are behind of your family when the family is crying. Na makome na thutha hindi ya family With rarira. a handkerchief to comfort the family. Wakiwa na handkerchief kufariji familia. And they knew, he knows only he's come to make sure. Wao tu ndio walisababisha To watch as you are laid down. unapoteremshwa kwa shimo, To make sure the job is complete. wakijua mission iko imeisha. And he will be the first person. Na atakuwa akorwe Before even the family lifts a soil. ona family toyete tiri, The first person. mundu ucio akoragwo ari wa mbere. Before the family starts contribution. Family tanajiria kuruta They are the contribution. first people to do the contribution. Ndio makorwo maria mbere gwika contribution. Before the family starts a WhatsApp group. Family tanajiria We kuthondeka are the WhatsApp. first people to do the WhatsApp group. Ndio makorwo maria mbere guthondeka WhatsApp group. They are very good with your father. Ni andu ega muno. Because they will say, I used to work for your father. Mwe kuga ati ndio tukataka na baba wanyu. It is me behind this coffee plantation. Hii mambo yote mimi ndio nilisaidia When baba your yenu. father employed me Wakati baba yenu aliponiajiri in this plantation, katika hii it shamba, was a small shamba. ilikuwa shamba kidogo. But now see Angalia sasa what we have done. ile kazi We tumefanya. have made your father to be great. Tumefanya baba yenu Now awe your mkubwa. father is rich. Na baba yenu ni mtajiri. And he is telling you Na anakwambia as you go to bury your father. sasa tunapoenda kuzika baba yako. Kumbe, Kumbe wao. this is the man that poisoned your father. Huyu sio ndio wahile Now dhogo. he is coming to finish the job. Amekuja kumalizia To kazi. show you it is me behind the success of your father. Mimi ndiye nilifanya baba yenu wafaulu. It is me who did this job. Ni mimi nilifanya So kazi. automatically it's a son. Na unaelewa na You unajua. tell Mr. Mwagi. Wewe Mr. Mwagi. Because you are the one involved with this. Kwa sababu mimi ndio You nilifanya are hii. going to continue with this. Nitaendeleza hii. But the
the agenda was that mpango wao ulikuwa huo, that he finishes your father. wamalize baba yenu, Then after that, na baada ya hiyo, because they know you know nothing, na kwa sababu wanajua you've hauelewi, been living in America, unaishi Amerika, you know nothing, haujui chochote, you know nothing haujui chochote about what they did with their kile father, walifanya baba about yako, the farm that you know nothing. kwa sababu ile shamba haujui Then chochote, immediately watafanya tu they immediately, will plan for your death too. watapanga kifo And chako, as you are struggling in na America, utakapokuwa unarudi Amerika, your land will be transferred. shamba yako itakuwa, Everything will be kila transferred. kitu kitachukuliwa. By the time the family coming to realize, Familia itakapokuja kuelewa, they are told waambiwe this was a company property hii ilikuwa kampuni, and we were part of the company, na wewe ulikuwa sehemu ya and kampuni, your father had 30% share, na baba yenu walikuwa na percentage share and hii, these others had 20% na share, sisi tulikuwa 20% and this share, had 20% share, na sisi nilikuwa na and this 20% one share, had 20% na share, akakuwa na hii, and this one had 20% na share. akakuwa na sehemu hii, That is 80%. hiyo ndio sehemu And hii, you are told na your waambiwe father had 10%. baba yenu walikuwa na So 10%, the rest 90% hii yote is taken away. ilichukuliwe, And your land is taken na shamba yenu inaenda, because of your friends that were loyal to your father. ni wale marafiki walionyenyekea kwa baba yako, Friends that were loyal marafiki ulionyenyekea to kwao, your father. kwa baba yenu, Friends that were loyal marafiki to your ulio husband. kwa mume wako, Friends that were loyal marafiki walionyenyekea sana to your wife. kwa mke wako. Those are what we call Hao ndio tunaowaita royal enemies. marafiki wa You kujinyenyekesha, normally don't expect them na hautawatarajia to pull kukuleta a nyuma, rag, kukuvuta, to pull a rag under your bed. kukulete kitanda. Mpigieni makofi mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Wonderful. Thank you. Another one. Ingine hii, Competitive enemies. maadui wa kushindana na wewe, The competitive enemies maadui wa kushindana na wewe, that they want to bring you down because you are better. wanataka kuleta chini kwa sababu wewe ni mzuri. These people, Adwaya they are here to make sure wako hapo kufanya na to bring kuhakikisha you down, not because they want to do better, kukuleta chini, si kwa sababu wafanye vyema, because they want to be there. kwa sababu wanataka wawe hapo. They know nothing about why they are bringing you down. Hawajui sababu ya kukuleta chini, They don't understand the work that you do, hawaelewi ile kazi unayoifanya, but they want to compete with you. lakini wanataka kushindana na They wewe, want to bring you down wanataka kukuleta chini, just because you are successful, kwa sababu wewe ni mtu just kufaulu, because you have influence, kwa sababu wewe ni mtu wa and they kuvuta, don't know how you normally get your influence. na hawajui kwa nini unakuwaga hivyo, They don't know how you normally make things work. hawaelewi kwa nini But unafanya mambo, because they know you have influence, na kwa sababu wanajua wewe and they unajua think kuvuta, if they go to the social media, na hata wanajua unaweza ukienda kwa they social media, become popular like you. watakuwa tu kama wewe. They know if they go to anywhere, Wakienda mahali to the popote, TVs and the radios, na kwa TV na kwa radio, they will become powerful like you. watakuwa wakubwa kama wewe. These people Watu hawa are up to against. ni miongoni, They don't fight anything. They don't fight you. hawakupigi, They don't go against you. hawaendi kinyume na wewe, They go against the favor. wanapigana na Their target is the favor you have from God. kile kibali uko nacho kwa That Mungu. favor, Hicho that kibali, is what they are after. hiyo ndicho That nataka favor, hiyo that is kibali, what they want to bring down. hiyo ndio nataka kuleta Because chini. they keep wondering, Wanashangaa how do you normally do it? wekago gwati, They keep wondering, wanaendelea how kushinda can Waringe come from Mugike kwa and they own a church na kuwa na in kanisa the middle of CBD? katika town center? It is big question. Ni swali kubwa, Many people are asking. watu wengi wanaweza It's jiuliza, a big question. ni swali kubwa. Many pastors are asking. Wachungaji wengi Do wanauliza. you know some pastors are fasting against us? Unajua wachungaji wengi wanafunga kwa Not sababu yetu, because they can be able to preach what you're preaching, si kwamba wanaweza hubiri venye tunahubiri, but because they're asking, wanajiuliza where wenyewe, did this man find this favor?
Huyu mtu alitoa kibali wapi? Where this man finds his favor? Huyu mtu alipata kibali kutoka They wapi? have tried to smear me. Wanapanga The kumaliza. smear campaign. Wanafanya hiyo. They even ask you question. Hata wanauliza maswali. Kwa mtu wa Mungiki mnataka kufanya nini? Kwa mtu wa Mungiki mugiragaki. It is not about Mungiki. Si Mungiki. It's about the favor. Ni kibali. People, you will be successful. Watu ambao You will win tenders. yes. You will win businesses. Utaweza kufaulu kwa You will biashara. be influential Utakuwa in wherever you will go. in Jesus But mighty. always, Kila wakati these people, watu hawa they will come watakuja to try to pull you down kukuleta chini. because they don't understand Hawaelewi how you got it. mahali They ulifika. don't understand Hawaelewi how you get it. jinsi ulivyo. Other women will come Hata wamama and they watakuja, remove their panties watakuwa so tuzo that they zao can outshine you. ili wakuondoe But they will kwenye end up with HIV. ili ukufe And na you will end up with a tender. utaenda na They will try to bring you down. watajaribu They kurakati. will end up with accidents. Utaenda kwa But you ajali. will end up with what God planned for you. In Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. These are competitive. Maadui Enemies. wa They kushindana na just wewe. want to compete with you. But they don't know what they are competing. Hawajui They wanashindana just na want to nini. compete with Dora Waroige. Oh, yes. But they don't understand who Dora Waroige is. They just want to compete with Dora Waroige. Aha. What are you doing? Amen. Gwetaka ndeithie ni wege thungu. Ne wetetera. Kora moimire irio hoye. Ti wetetera cia hwaini. Ni muhonu pio. Ni muhonu pio. Kabisa. 100%. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you. Amen. Sasa unachekelea nani? Pigieni mchungaji makofi. Those are the competitive enemies. Wao maadui wa kushindana na wewe. They don't know who they are competing with. Hawajui wanashindana na They nini. don't know what they are competing with. Hawajui wanashindana na But they nini. want to compete. Lakini wanataka They kukushinda. want to compete. Wanataka They kukushinda. want to go 100 meters. Wanakimbia 100 meters. But they don't know you have trained for 1 year. Hawajui imefanya mazoezi They mwaka. think 100 meter Wanafikiria 100 is meters. running like when you are running for a chicken Ni you want to slaughter. venye maybe They unakimbilia. want to become like you. Wanataka kuwa kama wewe. But they don't know what sacrifices have you paid. Hawajui sacrifice They unazofanya. want to defeat you. Wanataka kukushinda. But they don't know what you've done. Hawajui unafanyaga They nini. don't know how you have struggled. Hawajui unang'ang'ana They don't gaji. know I was in Jericho. Hawajui ulikuwa They Jericho. don't know I was in Jimuriza. Hawajui hiyo. They don't know I was in Banana. Hawajui ya kwamba They don't know I was in Kawangware. Hawajui nilikuwa They don't Kawangware. know I was in City Stadium. Hawakujua They hawajui. don't know tomorrow where I'm going. Hawajui kesho You naenda cannot wapi. be able to compete with me. Hawataweza You kushindana na don't mimi. know what kind of a sacrifice I've Hawajui paid. nafanyaga ibada ya aina You gani. don't know what kind of a sacrifice I've paid. Hawajui nafanyaga You ibada ya aina don't gani. know what kind of prayers I do. Hawajui maombi ambayo You don't know nafanya. what kind of a life I'm living. Hawajui maisha Oh, you are ninayoishi. trying to compete with me. Wanajaribu You kushindana na can mimi. never get me. Because Hawatanipata. I know the trick of the game. Ninajua I siri. understand the trick of the game. Ninajua siri ya leo. Do you know? Unajua? Do you know how and why and how they fail? Unajua kile kinasababisha waanguke. Because you only know the formula. Unajua You formula. only know the formula. Niwe. You understand wewe tu the formula. unajua. Nobody else Hakuna understands. mtu mwingine anajua. We have a soda called Softa Cola. We have a soda called Softa Cola. Kuna soda ambayo inaitwa Softa Cola. And Babito. Na Mirinda. And na Mirinda. Na Mirita. These were all meant to compete with Coca-Cola. Zote zilitengenezwa zishindane na Coca-Cola. But remember, the owner of Coca-Cola are two brothers Na unajua watu ni ndugu wawili wa in Coca-Cola. Atlanta, Georgia. Kule Georgia. They are the only who knows the formula of Coca-Cola. Wao ndio tunajua jinsi ya kutengeneza Pepsi Coca-Cola. Cola has tried. Pepsi Cola ikajaribu. Kogoro has tried. Kogoro akajaribu. Many others have tried. Wengine wakajaribu. Only two brothers Lakini hao ndugu know wawili the secret. walijua siri. Only two brothers, Hao ndugu wawili they understand it. walijua. But their competitors have tried mikorogo. Na wakajaribu Have mikorogo. tried mikorogo. Wakajaribu They hiyo. will try a mukorogo. Watajaribu They will kwako. try a mukorogo. Watajaribu They mkorogo. will try a mukorogo. Watajaribu. But
they will not make it. They will not make it because you are going to succeed. They will not make it because they don't understand how you did it. They don't understand how you made it. They don't understand what kind of a metal you are. They don't understand how powerful you are. Powerful. Jinsi ulivyo na uwezo. Monago kamodo kamugeke. Wanaona tu kamtu kamugeke. That is all what they know. Hiyo ndio tu wanajua na naelewa. Even to lead Mogeke members. Hata kuongoza Mogeke members. You, if I give you, nikikupa wewe with your billions, na bilioni zako, you cannot lead even one of their kids. Hautaweza hata kushinda you need to be a criminal. Utakuwa mtu criminal. To lead criminals. Kuongoza mtu mbaya, uongoze watu wabaya. You need to be a criminal. Lazima uwe mtu mbaya. To lead a criminal. Kuongoza watu wabaya. I was a criminal. Mimi nilikuwa mtu mbaya. So that's where I was able to lead criminals. Na that's why naongoza watu wabaya. Now I am a Christian. Mimi ni Mkristo. That is why I have a formula. Hiyo ndio sababu. That is why I have a formula. Ninajua formula. I had to go. Ninaweza kwenda through the process of God. Kupitia na Mungu. Before you think of competing with me, kabla ukuje ushindane na mimi, understand the process I've gone through. Elewa process za Mungu. Understand my process. Understand what process. Elewa. Understand how they did me. Elewa venye walinipa. Understand how I was squeezed. Venye walivyofungwa. Understand how I was squeezed. Mimi venye nilifinywa. Squeezwa. Komirwa. Kohinywa. Amen. Today is today. And tomorrow is tomorrow. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Understand. Elewa. For you to become, wewe ndio ukue, you must have been squeezed. Utakuwa umefinywa. Until a juice came out of you. Mpaka juice itoke kwako. Until a juice came out of you. Mpaka juice itoke kwako. So ask yourself, jiulize wewe, have you been squeezed? Ushaifinywa. To try competing with me. Kujaribu kushindana na mimi. Squeezed. Lazima uwe umeshaifinywa. Have you been finywa? Ushaifinywa. For you to try compete with me. Ili uweze kujaribu kushindana na mimi. How have you been finywa? Wanahinywa atia. Meshiria magoma motiga. Madhira dhini wali tuende ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You cannot compare with a person whose formula you don't understand. Hauwezi jilinganisha na mtu ambaye akona formula ambayo hauelewi. It is completely out of you. Hiyo ni nje na kano na wewe. Tell those people who are saying that I die. Abia wale watu ambao walisema nilikufa. Tell those people who are saying that I have copied their prophecies. Wale ambao wanasema ninachukua prophecies zao. You can never compare me with you. Hauwezi jilinganisha na mimi. I've gone to prison 52 times. Nimeenda 52 times kwa prison. Kamete, they have tried to hang me twice. Kamete wamejaribu kuninyonga. The Flying Squad have shot at me 12 times. Flying Squad wamenishoot na risasi mara mingi. 12 times. 12 times. And they have been poisoned 9 times. Na wamenipoison kwa muda. And death has refused to come any near me. Na kifo hakikunikaribia. And you are just a mongrel somewhere. Wewe ni mtu tu hooligan. A mongrel. Mongrel ndio kamoshoroge. Kamosha. You are just a mongrel somewhere. We kamudo kamoshoroge rogo. I will sack you. Amen. Hallelujah. I will sack you. Amen. Ni sawa. Ora mtukatari makofi mega. No, nipigeni makofi. Nani nimesema ni vibaya? No, we are making it lively. This is my best interpreter. We are making it lively. Yes. And that is how we make it lively. Yes. Dikina inywe. Sasa wameanza kuimaja kwa catch feeling. Maja ate ni ma feelings. Omothe ni omothe. Ate maleta kwa compete na idwe. Mateki hota. You can't. You can't. We are touching not. Touching not. Somebody who has been hanged twice. Mtu mwenye amejaribiwa kunyongwa mara mbili. With 12 bullets. Na risasi 12. With 9 poisons. Na kupekewa sumu mara kama 9. With 52 prisons. Na kufungwa mara 52. You study in somewhere a pulpit like this one, you say. Na unasimama kwa pulpit kama hii. Die. 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 Apostle remove him.
muondoeni. Remove him. Muondoeni. It's as though God is your kehe. Amen. It's as though God is your kehe. Ukifikiria Mungu ni Mungu kehe tu. Ajina gekoyo. It's as though God is your kehe. Atawegeciria Ngai ni kehe giaku. God is not your kehe. Ngai ti kehe giaku. God is a God. Ngai ni Ngai. A God of heaven. Ngai wa matuini. Who understands? Uria umenyaga. Who knows? Uria oi. I have a plan with this man. Nina mufango mwega. I have an agenda with this man. Nina mufango mwega. I have a plan with this man. Nina mufango And mwega. this man will never die until the mission is accomplished. You are not going to die. You are not going to die until your mission with your God will be fulfilled. The mission, the plan that God has for you. Lazima ifike. Celebrate Jesus. The Bible says, Bible inasema I have got good plans. Sit down. nina mpango juu yako The mwema. Bible says, Bible inasema I have got good plan. nina mpango mwega. So before the plan of charity works, Mpango wa charity utanakinyanira. there is a plan of God. Kuna mpango wa Ngai. So God will not go with your plan. Ngai ndego na mpango wako. He will go with his plan. Ego na mpango wake. You will have to wait with your plan Ogwetera mpango wako. until the plan of God is satisfied. Ina mpango wa Ngai ukinyanire. You know what God told me? Ngai ajerire atiriri. 100 million people Ado milioni 100 will come to Christ because of me. watakuja kwa Yesu kupitia mimi. Glory to God. That is why God, Na nikio Ngai He's taking me all over the world. ananipeleka ulimwenguni kote. Do you know I go to the world like I'm going to a village? Unajua naenda nchi za nje kama naenda gishagi. Do you know there is one thing God told me? Ndio yo ndo Ngai ajirite. That the world will take care of your bills. Ati neko kurorera maundo maku. Do you know I never pay any bill? Niwe ndiri haga thogoro na munini. I never pay any single bill. Ndiri ndari ha biro na imwe. Ask those who know me. Odi aria majui. God pays. Ngai ni arihaga. God pays. Ngai ni arihaga. Amen. Amen. Wherever I go out there, Riria ndathi na kuuja wa I bũrũri. sleep in 7-star hotel. Ngomaga mukaoria mwega wa 7 star. Not 5-star. Not 5 star. In Kenya, in Africa, we don't have a 7-star hotel. Kenya na Afrika hatuna 7 star. It was Kempinski, but they have dropped. Walikuwa huko lakini waliagusha. Only. Hiyo tu. Serena is 5-star. Serena ni 5 star. Blue what? That's and blue. 4-star. Ni 4 star. Pan-Afric. Pan-Afric 3-star. ni 3 star. And imagine, that's where I normally go for lunch. Hapo ndipo mimi naendaga lunch. But do I say? Kwa nini nisiseme? Na mtu aseme utakufa. And then now you start competing with me. Na unajaribu kushindana na mimi. Yani ushindana na jogu komea. Unajaribu kushindana na ndovu kunia. Ndovu. Can you be able? Unaweza. No uhote maundu Can maya. you be able? No uhote maundu maya. Can you be able? No uhote Sami. Sami. No uhote. Eruta mundu tawe uguo. Tautawe Sami uguo hana. Hali ajogu ya nagera atumia magathia marikari gari gogo makoya ngo magathi. Mahali ndovu akikunia wa mama wanapita pita hapo akiokota kuni. Emeragia Kenya mutagike. Inamezaga kitu saisi ya hiyo. Now you rise up. Alafu uinuke. You don't know who Shiko is. Hujui Shiko ni You nani. don't know who Koki is. Haujui Koki ni nani. And you want to just fight her. Unataka You just want to compete with unataka her. kushindana na wao. You can never be successful. Hautaweza kufaulu. You need to understand Lazima, that person. lazima uelewe ule mtu. And that's why normally I tell you, before you start fighting altars, Utanabidia kurua na kigogo. understand the altars. Elewa madhabahu. So that you can know how powerful they are. Ili uweze kujua So that you uwezo. can be able to understand what kind of these altars are. Ujue hii altar iko namna There are gani. people who have made people to become presidents. Kuna watu walikuja hii wawe president. I am the one that made Uhuru to become the Mimi president. ndiye nilifanya Uhuru Kenyatta awe president. The first day, Siku ya kwanza Moi called me. Moi aliniita. He called me to the State House. Akaniita State House. That was year 2000. Mwaka wa 2000. And I went to State House.
na gethie State House We were with Maina Jenga and the rest. twale na Maina Jenga nake Moi gave us 10 million. Moi yake 10 millions and to go and campaign for Uhuru. niguo thika campaign na Uhuru. Then we asked Moi, ngioria Moi atiriri, who is that you are saying calling Uhuru? ucio reta Uhuru no? Because I had never heard that name. Tondu ndiaiguite Uhuru ringi, I had never known that person. ndiaiguite mundu ucio ringi. Then Moi called, telephoned. Nae Moi akioya thimu. Those are the days that you had this telephone that you do this. Wakati kulikuwa na ile phone ya kusugusha. And Moi did this. Akasugusha 5 times. Akaikoroga mara 5. Kumbe Uhuru had a direct line. Uhuru ni alina direct line. Immediately the Uhuru answered the other side. Uhuru akioya thimu. He was asked, where are you? Akiorio wiko. I said, I'm in the house. Akiwa de nyumba. Which house? Nyumba eriko. He said, Caledonia. Niko Caledonia. Caledonians, for those who doesn't know, wale ambao hawajui, let me educate you for free. Wacha nikufunze tu. Do you know State House? Ni State House. This is State House. Hii ni State House. Those houses attached to State House. Zile nyumba zimeshikamanishwa na State House. Those are Uhuru's properties. Hizo ni nyumba za Uhuru. And that is why we call Caledonia. Hizo zinaitwa Caledonia. There is another house. Kuna nyumba nyingine hapo kado. As you go towards Sagret, utakapokwenda kwa there's a house you see, a big gate, a big black gate. Ile iko na gate ya black. That is Uhuru's bedroom. Hiyo ni Uhuru bedroom. When Ruto is making noise on the other side, Ruto akifanya kelele pande ile, Uhuru is drinking beer in his house. Uhuru anakunywa bia nyumbani. Which is adjacent to State House. Iko karibu na State House. And then you say you can fight such a man. Useme utapigana na yule mtu wa aina hiyo. Who knows where you are going to the toilet? Mundu rumenya githie kioro. You can't defeat that man. Hatukihota mundu amuhirigo ucio. Bwana sifiwe sana. Mwathani agocwo. So when Moi called me, wakati Moi aliponiita, we did a meeting. Tukafanya mkutano. That is when Wamatangi was selling cars there at railway station at Nyayo Stadium. Wamatangi endagia gari. We went there. Nyayo Stadium. Tukithiho. And they bought a car. Tukigura gari. That we used to go to Thika because we didn't have a car. Ya guthiendeka to tukire na. But Moi was so afraid of us. Na akatupatia I have a car. Akalipa ile gari. That 10 million, that is the first car I bought. 10 million. KAN 539P. KAN. From Wamatagi's yard. Kwa Matagi yard. We organized for a meeting in Thika. Tukapanga mkutano Thika. That is a day I said we want a young person to lead the nation. And that is, we didn't mention who, but we said we want young person. We said we don't want old people. The old people I was referring to Kibaki. And then I said a young person. And from there, Uhuru started roaring. And he became popular. I organized one of the greatest meetings that has ever been done in Nairobi City. One of the greatest and biggest demonstrations. We demonstrated from Eastlands all the way to Kibera. Over 500,000 people. Kuna watu 1,000. You can go and Google. Enda Google utaona. You will see it. Utaona hiyo ndani. And it was one of the greatest. Hiyo ndio ilikuwa kubwa. Then after I left Uhuru. Nilipoacha Uhuru. Much later I got saved. Siku hizo chache nikaokoka. 2007 I got saved. 2000 nikaokoka. So I left Mungiki. Nikaachana Mungiki. And after I got saved, then I backslid. Nikaokoka nikarudi nyuma tena. And then I became another criminal. Nikakuwa mtu mbaya of my own. Mimi kivyangu. I was carrying guns. Mimi nilikuwa nabeba bunduki. And robbing banks. Na kuiba mabanki. Yes. Yes. Now I want you to tell me. Deda uje ile atiriri. I used to go. I went to one bank down there. Nikaenda kwa bank moja hapa chini. Down here. Hapa chini. And I removed 40 million from there. Nikatoa 40 million hapa. And the bank was guarded by the AP. Na ilikuwa imelikilindwa na AP. And they didn't see me. Na hawakuniona. Then I went to another bank. Gethie fegi ege. I don't know where Maria was. Due Maria eha. I found this woman there. Nikakuta yule mama hapo. She was a manager in that bank. Yeye alikuwa manager kule ndani. And I made her to sleep down. Nikamwambia lala flat. Lala flat. She explained to me the code of the safe. Akanipa kodi zote za safe. When she was down. Na akiwa chini tu. I took 50 million. Nikachukua 50 million. This woman you see here. Mutumio shirona haune She can attest to that. No ahote kutawira ucio.
Amen. After I finished the criminal activities, Nilipomaliza hiyo maisha ya I just ukriminali. want to explain to you something. Ndenda ukwira kaundu tu After menye. I finished the criminal activities, Ndari kia maundu macio mametigomio. 2008, 2007, 2007, there 2008. 2009, 2009. I was a rich guy, Nikawa mtu a tajiri. very rich guy Mtu tajiri with money. na pesa. Oh my God. My God. Sema pesa. Pesa I cash. had money. Money. I had properties. Nikawa na vitu I vyangu. had anything that you Nikawa na need. kila kitu I nilichohitaji. used to fly a chopper Nikawa naenda na helicopter from Nairobi mpaka kutoka Nairobi to Mombasa for lunch. mpaka Mombasa kwa lunch. Then I fly back. Then tena ninarudi. Modo ucio. Yes, me. Apostle Ariama. Apostle oraja pia. Unaongea ukweli hiyo. That's it. Go and look for my profile. Enda kwa profile yangu utaona hiyo. How did I make Uhuru to become the president? Nilifanya Uhuru awe president kwa njia Much gani? later, Baada ya hiyo there came post-election violence. kukawa na zile vita za ukabila. And the people were killed in Eldoret. Watu wakauliwa pole People were Eldoret. killed in Naivasha. Watu wakakufa Naivasha. People were killed in Nakuru. Watu wakafa Nakuru And kwetu. many people were displaced in Nairobi. Na watu wengi wakaondoshwa. Then after the violence ended, Baada ya hiyo vita zikaisha, this all thing was blamed on Uhuru. mambo hayo yote yakawekelewa Uhuru. That he sponsored. Yeye ndiye alipeana. He sponsored Mungiki Yeye ndiye alisimama na Mungiki to go and kill people. na kwenda kuua watu. When God has planned your destiny, Mungu anakokupangilia hatima yako, nobody can be an obstruction. hakuna mtu atazuia. Now Uhuru was taken to the ICC Uhuru akapelekwa ICC on charges of Mungiki. kwa sababu ya Mungiki. Who is the founder of Mungiki? Mungiki founder ni nani? Who is the founder of Mungiki? Kiongozi wa Mungiki ni So nani? the connection of him becoming the president Ili yeye afanyike kuwa did president. come 2007. Ya 2007 It didn't come 2007. hakuja kuwa 2007. It didn't come. Haikufaulu. It didn't come Haikuja 2007. 2007. No, 2013. Hata 2013. No, 2014. Hata 2014. But it came 2000 Ikaja 2000 because the connection kwa sababu ile for kuunganisha him to become, ili apate kuwa. it is when Moi called me Wakati Moi aliponiita and Moi removed a sacrifice of 10 million na Moi akatoa sadaka ya 1000 and they gave me. akanipa mimi. Why did he give me the Kwa nini sacrifice? akanipa sacrifice? Because I was the king of Mungiki. Yeye alikuwa kiongozi wa And I was Mungiki. the king when the king of Mungiki was the king of the Kikuyu. Na king wa Mungiki ni king wa Kikuyu. So Moi gave me 10 million. Moi akanipa 10 million. And that 10 million became a sacrifice. Na hizo milioni zikawa And sadaka. that was the connection. Na hiyo ndio kuunganika. It waited. Ikagoja. It waited. Ikagoja. It waited. Ikagoja. A seed was planted. Seed The seed was planted. mbegu ikapandwa. Moi planted a seed Moi akapanda of mbegu 10 million bob. ya milioni 10. And the seed was let to grow. Na akaachilia iende. 2002. 2002 Ruto combined. Ruto akacombine. Ruto combined and Uhuru. Akacombine na And they Uhuru. were defeated like Burukenge. Na wakashindwa kama Burukenge. You know what? Kwa sababu gani? Uhuru went to Serena. Uhuru alienda Selena. Before even the counting was halfway. Kabla account hizo And zihesabike. he said, I've been defeated. Na akasema nimeshindwa. Because the time was not yet. Wakati hauko The umefika. seed was still growing. Mbegu ilikuwa The inaota tu. seed was still growing. Mbegu ilikuwa inakuwa. There come 2000 and when Kibaki came, Wakati Kibaki alikuja, Uhuru was told to step down for Kibaki. Uhuru akaambiwa ondoke ya Kibaki. And he stepped down. Na akarudi chini. Now afterwards, Baada ya hiyo, the ICC came ICC and wakaja. they arrested Uhuru. Wakaarrest Uhuru. Took Uhuru to the ICC. Wakamchukua ICC. Then Kibaki Baada ya hiyo Kibaki called somebody called Madividi. naye akaita ma-DVD. And he also again called me. Na pia akaniita. And we formed a party. Tukapanga chama. We formed a party called UDF. Tukapanga inaitwa UDF. I was told to move around Kenya. Nikaambiwa nisunguke Kenya And yote. recruit members for UDF. Nifanyishe watu mtihani. Then this party Na hichi chama was to be given to Musalia Mudavadi ilikuwa ipatiwe Musalia so Mudavadi. that he will become the president. Ili apatikane kuwa the president. In the mind, Kwa mawazo. he will protect Uhuru. Ata protect Uhuru. In the mind of the government, Kwa mawazo ya that serikali. he will protect Uhuru. Atalinda Now Uhuru. Uhuru Naye Uhuru came and said, na akaja akasema, hiyo ni mashetani.
Isio ni goma. I'm going to buy. Mimi nitanunua. Because we told him, tulimwambia we are going to win this battle. Tutashinda hizi vita. We are going to win this battle. Tutashinda hizi vita. And because of ICC, na kwa sababu ya ICC, Uhuru became popular. Kuwa mtu maarufu. And he won the election. Na akashinda. Not because of your vote. Si kwa sababu ya voti yako. But because of protecting our own. Kwa sababu ya kutulinda sisi. Huyu ni wetu. We didn't vote him because he was popular. But because we were saying Draka Negaito. Huyu ni wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Uhuru became president. The presidency was planted in the year 2000. President aliyepandwa mwaka wa 2000. The presidency in him presidency ndani yake was planted ilipandwa in the year 2000. Year 20,000. Through me. Kupitia apostle. And the seed germinated. Na hiyo mbegu ikakua. But it came up. Ikaja juu. Way 2013. Is that 2013? Paka 2013. That is when he became the president. Akafanyika kuwa president. People who try to fight you, watu wanaojaribu kukupiga, they will think it is 2000. Watasema watafikiria ni 2000. Because all the enemies rose 2000. Maadui wengi sana waliinuka 2000. The next enemies came 2007. Wengine walikuja 2007. Little did he know, bila wao kujua, that the seed was to germinate. Mbegu bado inaendelea kukua. 2013. That is the time. Hiyo ndio wakati. The plan of God. Mpango wa Mungu. All your enemies, maadui wako wote, they miss to know when you are going to be blessed. Walikosa kujua. All your enemies, maadui wako wote, they will not understand when you are blessed. Kuelewa baraka zako. They attacked you when you are not there. Watakuataka they attacked you again when you are not there. They attacked you for the third time when you are not there. Wakati hautakuwa. And now they are tired. Na sasa wamechoka. What will happen now? What? Yes. You will just walk. Utatembea. You will just walk. Utatembea. Because already they are tired. Kwa sababu wamechoka. They cannot be able to fight you. They cannot be able to fight you. Don't engage yourself in the unnecessary fight. Kwa sababu ya let them fight. Let them fight. They don't know your time. They don't know when you are going to be blessed. They don't know how you are going to become. They don't understand your formula. They don't understand your success story. You are germinating. You are growing. You are going to become. You are going to become. Hallelujah. Amen. Glory to God. Last. Ya mwisho. Destiny enemies. Maadui wa hatima. They are after your future. Wako against future yako ama maisha yako. I think this story I told you. Maybe hii mambo niliwaambia. When Moses was born, wakati Musa alipozaliwa, a decree was released. Ilitangazwa, all children, watoto wote 2 years and below, miaka 2 na chini, they be killed. Wapate kuuawa. The Pharaoh was not interested. Farao hakuwa na ile interest ya the baby, ya watoto. In fact, if he was to know who the baby is, kama angejua mtoto ni yupi amezaliwa, he would not have killed any other. Hageua wengine. He would have gone to that one. Angeenda kwa yule direct. Because he was not fighting the baby. Dahura nagana mwana. And if he had a formula, na formula, to remove the destiny of Moses from Moses, kuheria hatima ya Moses dhini wake, he could not have killed Moses. He could not have planned for Moses to die. These are the destiny killers. The enemies that kill the destiny. They plan a lot. Wanapangaga sana. And they know how to read. Na wanajua jinsi ya kuongoza. And to understand seasons. Na kuelewa nyakati. And they know this is a season. Na wanaelewa huu ni wakati. For a prince of peace to come. Mfalme wa amani kuja. So they will attack everybody. Wataweza kuataka kila mmoja. That is a possible candidate. Yule ambaye ni candidate. So many people will die. Watu wengi wanaweza kufa. Not because they deserve to die. Si kwamba wako na ile hali. But because of a destiny. Ni kwa sababu ya hatima. That is being carried by one person. Ambayo imebebwa na mtu mmoja. Because they don't know who the person is. Hawajui yule mtu ni. They will just fight you center left right. Watakupiga left na right. They will just bring you down. Watakuleta chini.
They kill your brothers. wataua ndugu zako, They will kill your sisters. wataua dada They will zako, kill a church like this one. wataua kanisa They kama will hili, kill a business. wataua biashara. Not because they are interested with that business. Si kwamba wana haja na hiyo They biashara, are just interested because they don't know who it is. matiwe no sio, They don't know who it is. hawajui huyo ni nani. So they will kill everybody Wataua kila mmoja in the imagination wakiwa na ile mawazo, that one person will die inside. ule mtu atakufia hapo katikati. But ole wow. None atiriri, This thing does not happen always. hii mambo haifanyike kila wakati. This kind of destiny killers, Adwa ora gani they amarigire are yo not mati, strong enough to know matirina hinya wa komenya because they planned for the death of Moses. aria mabangite gukia Musa, Unfortunately, bila wao kujua, unfortunately, ama kwa bahati mbaya, unfortunately. kwa bahati mbaya ama bahati mbaya, Sema unfortunately. unfortunately, No, bahati mbaya. bahati mbaya, Unfortunately. kwa bahati mbaya, The person they had planned to kill uria mabangite kuraga ended up akirekereria in their houses. akimahe nyumba, They took care of him. akirora nyumba They yao, protected him akimarora until he became mature. kinya gituika mundu mugima. Most likely destiny killers. Andu acio moraganaga, The destiny killers wauaji wa will hatima, end up protecting you. wataendelea kukulinda, They will end up protecting you watakutunza, because they don't understand. kwa sababu hawaelewi. They are clueless. Wale watu They are clueless. They don't understand anything. hawaelewi chochote, Hawajielewi. hawajielewi, Hamatie yoe. matie oye, hawajielewi. Your destiny killers, Wauaji wa hatima they are clueless. hawajielewi, They will end up watamalizia walking with you, kutembea na wewe, being a blessing to you, kuwa wa baraka kwako, supporting your cause, kukusupport, supporting your destiny. kukusukuma mbele maono yako. They will think they Wakifikiria are setting you up, wanakuleta chini, so they will give you a business, watakupatia biashara. knowing that if this thing blasts, Hii kitu ikiisha, if this thing becomes worse or bad, ikiwa mbaya, it will work against you. itakuwa mbaya kwako. They wait for it to work against you. Itaenda kuwa mbaya na kufanya kazi They kwako, realize you are paid yesterday, wakifikiri ulilipwa jana, and all the computers produce a good result, na kompyuta zote zinaleta and ripoti they nzuri. say this man is a tax compliant. Huyu mtu It is a tax compliant, and he never evaded anything. amen. Remember, they had planned for your downfall, Jua walipanga mwanguko wako, only for the other side result to be different. pande ile nyingine ripoti inakuja And the report kivingine. comes positive. Na ripoti ikija positive, They knew you are not going to make it wanafikiria hautaweza, because they had planned for a mutego. walikuwa wamepanga mtego, That this mutego will hiokia you huu mtego utakunasa and you will go na down. utaenda chini. They come and realize Watakuja wapate kuelewa, it is a sugura that was hiokiod, wataelewa ni sugura ilikamatwa, and you took it home for meat. na utaichukua upeleke nyumbani kama chakula. Hallelujah. My sister, come. My sister, My sister, come. Come. Kuja. I want you to listen to this story as I finish. Dada uigue rugano ruru Give me igana a mic. riki. Give me a mic quickly. I want to listen to this story. Dada uthikiririe rugano I ruru. listened to it Dada uthikiririe. and I went to pray. Dada kuhoya. Now, what's your name? Jina yako. My name is Mercy Ann. Mercy Ann. Hey, go ahead. Where do you come from? I come from Kakamega County. Natoka Kakamega County. Why are you in Nairobi? Kwa nini uko Nairobi? I came for an attachment in Nairobi, and it did not go successful. Then I went to Kirinyaga at Kianyaga Special School. So I was there doing my attachment. So after 1 month, after completing it, my certificates, all the certificates got lost. All the certificates got lost. It was in my suitcase, and I was staying with my cousin. That cousin of mine, my father and his father, they are twins. So I was staying with her. So while I was I went in Nyeri first. I left my things in that place. So
Little did I know, he took my suitcase outside the house and someone stole it. Okay. So Now, where do you come from in Kakamega? I come Are you a near. Luya? Yeah, I'm a Luya. Yes. In Kakamega, where do you come from? I come from Handidi near Lubao, soko ya mbwa pale. Yeah? Sehemu gani ya Kakamega umekuja? Lubao. Lubao. Lubao, soko ya? Umbwa zinauzwa? O soko ya umbwa. Sorry. German Shepherd? British Bulldog? Yote. Now, what happened to you from home? Ilifanyika nini kule nyumbani? At home, I'm the only girl from my babu yangu watatu. My that grandfather. My great grandfather, my grandfather, and my grandfather now. So I am the only girl in that generation. 3 grandfathers. Great grandfather. Only child who is a girl. Is that true? Yeah. And that one, my grandmother, she was a witch. In the whole Kakamega County, kila mtu alikuwa anakuja kwetu to look for that power, to rule. Which power? The power of darkness. The power of it. So your grandmother was the one. She was the goddess The in goddess Kakamega or the County. entire Kakamega. Is she a sister to Jesus Watongolini? No. Okay. So me as the girl, I was to take over from the shosho. Yeah, from my shosho. So at the age of 7, I was being taught everything. Nilikuwa mtoto misa wa shosho yangu. So when it reaches your time ya kwenda wachawi wanakuja, they gather Fridays. They start Thursday at 11:59. Wait a minute. Ngoja kidogo tu. Wachawi, they used to come. What time? When? Which day? Thursday 11:59. In the night or 11:59 or ya usiku ama asubuhi? Usiku. So why would they come on Thursday? They come for the gatherings. Yeah. Kwanza. Does it have a meaning Thursday? Yeah. Yeah. It have a meaning, 11:59, meaning when we step on Friday at 12 midnight, we are going to ascend in the second heaven called stellar heaven, and in that is where the prayers of the saints are being attacked. Wait a minute. Ngoja kidogo. You who now ascends to heaven? The witches. They ascend. Kuna wenye wanatumwa heaven. Tell us now. Give us a story. Tupatie story hiyo. Now, 11:15. 11:59. That is when they come on Thursday. Yes. And when does it have a bearing with the praying of Christian on Friday? Yes. They attack the prayers of us Christians. By the way, huwa wanasema sisi Christian ni wapumbavu kwa sababu we sleep a lot. Sema nyinyi mlikuwa mnasema. Sema sasa, include yourself. Umechatoka lakini sasa make a story look real. Okay, we were saying Christians that you are very foolish because you sleep a lot. You don't fast, you eat too much. Aya. Witches fast. They fast for 21 days to Witches? 40. Yeah. Without taking water, without taking anything. Dry fasting. So, while they are fasting 21 days, tutakuwa kwa nyumba, Manyata house, Masai house Manyata. So in that house, shosho wangu, she was the priest, and she will be fasting for 40 days. Mimi mtoto misa, I'll be fasting for 14 days. That 14 days, it is dry without anything, eating anything, and I was doing it. I don't know how, but I was doing it. And kwa hiyo time, she was ascending. So mimi nitaachwa, I'll be servicing the body. So she will leave the body there. She will leave the body there. And she will ascend to the heaven. Yeah, okay. To fight. So akiacha mwili hapo, obvious mimi ni mtoto misa, nitakuwa nashughulika nayo. Unaosha, unafanyia kenye unataka. Nini? Mwili. Unaosha? Bora ikuwe safi. Mwili lazima ikuwe safi. Mwili sinuke.
Isinuke. Ikinuka atakuwa na nguvu yote. Atakuwa na nguvu kiasi. So lazima, you know, wanasemanga cleanliness is next to godliness. So we were saying cleanliness is next to small g godliness. And the way in the 10 commandments, do not kill, so we should kill to sustain our altar. Worship no God but me, worship no God, big G, but God, small g. So we were using the Bible tulikuwa nayo. Unatumia Bible. So tuko na Biblia, the exact Bible, but we are using it on the other way around. So the way God said let there be light. So we were using that information, let there be. So tunatangaza, we are planting words in your lives as you sleep. You know, you are eating until you eat your destiny. So your destiny venye iko kwa tumbo yako, ukienda kwa choo sina tulipata nayo. Tuna deal nayo. So ati mnaenda kule mnachukua pupu. Destiny. Yani hebu rudia hapo. Destiny sasa. Praise God. Ameokoka? Nimeokoka. Napenda Yesu. Anapenda Yesu. Sasa mlikuwa mna plant hapo, rudia hapo kwa kuplant. Usiku before, by the way, watu wangapi wanaombanga saa 3 usiku? Kuomba. Kuomba saa 3 usiku. Be sincere. I want to tell you something. Be sincere kwa maana anajua. Bado wewe. Wangapi wanaombanga saa 3 usiku? Sio kuombea chakula, oh God bless this food. Ni wa chakula. Huyu anaombeaka chakula. Baba bariki chakula hii. Sasa hiyo jicho moja inavuguka. So saa 3 it is, by the way, watu wengi huwa wanakula saa 3. Na hii saa 3 usiku inakuanga time enye wanaanza kuplant things in your lives. So hii chakula mnakula, mnasemanga the body of Christ, si mbaya. Anyway, the body of Christ, we will use your food enye umepika, enye umeka kwa meza yako. Hata ukisema oh God bless this food before we take it in Jesus name, amen, hakuna shida, hatuna ubaya na hiyo. But that food we are going to use it kukuattack wewe with your own food. So as we will use our utterance, yani maneno yetu tutatumia. Okay. Kama I want to plant, can I use you as an example? Okay. So she's eating, yeah? And she has cooked even meat. Ugali meat, senior. And obviously there is water there. So that water, itakuwa the blood from our altar. And that meat, itakuwa the body from our altar. So already nitakuwa na declare, when she takes that water, it is the blood from our altar. When she takes that meat, it is the body of the dead. She will be connecting to our altar. Na hata jua. Unaona? So kama ni kazi inaishia hapo, unaanza kukua nasikia kansa. Pana, kansa si ugonjwa. Kansa ni pepo. Mimi huwa nasema, mtu akisema anagonjeka kansa, ugonjeki, ni pepo uko nayo imekuwa planted in your life. Mlikuwa mna plant? Sio mimi lakini. Ni shosho. Na unamwona hapa? Shosho yangu. Yeye alienda. Alikufa? Tuko safe. Tuendelee. So now that is how you are planting. Even tukua tuna plant. So the church like this one, how would you attack it? Church. Tuseme sasa umetumwa ukuje atake hapa. Nimetumwa sasa. Sasa mimi ni agent Okay. Si ni hapo chini kwa floor. Na wafungi niko kwenye wafungi so wafungi wafungi ni waimbaji wafungi niko nimesikia mimi ameanza kuongea madhabahu wanafunga yani hawa ndio wanafaa kufunga madhabahu hao ndio wafungi
So unajua without them hakuna the presence of God in this place. Without these people, they are very important. They are playing a big role hata kwa maisha ya papa hapa hivi. So sasa huyu tumia huyu sasa huyu mfungi nitakutana na yeye hapo chini Sasa anaingia church asubuhi. Amejikaza kijana, anarauka kanisa 5. Anakuja kuomba. Kijana kuomba usiku. Kijana alilala. Na sisi tumeshinda kwa madhabahu. Na kwa hii kanisa ni tuseme kwa wafungi nyota yake inang'ara. Sasa nitajua ni wewe. Nitakuja pale kwa mlango nitasimama. So kutakuwa na that familiar spirit enye itaniambia ndio ule. Nitajua tu ndio ule. Nitakuja sasa natafuta kanisa na nilikuwa nataka kuomba Kuna kanisa around unajua. Si wewe utaniambia unajua kanisa So utaniambia kuna kanisa yetu iko huku juu nataka tuende. Nitakwambia sikuji kwa leo but enda uniombe. Nitapata mgongo yako. Hallelujah. Sijapata lakini hakuna. So nikipata mgongo, I will use my right hand. My right hand. Hii tulikuwa tunasema ni mkono ya authority. Kumbuka, I'm a firstborn, yeah? Firstborn, praise God. My firstborn. My firstborn, praise God. I'm proud of you, yeah? You carry big star. And that your star, usipochunga, itatumika kwingine. Be prayerful. Kama yangu ilikuwa inatumika vizuri sana. I was a goddess. Mimi. Tulikuwa tunaenda chini ya maji. Usiku. Unapata nguvu. Ukitoka huko. Ukiangalia mtu. Unajua tu huyu ako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kabla hujafika hapo. Tubati huyu. Si. Tumembati. Sasa. Tukishampata hivyo. Atakuja kanisani. Na obvious. Mfungi mwingine. Mfungi kuja. Awe mfungi kuja. Sasa huyu mfungi ni mwombezi. Ni mwombezi kweli kweli. Sasa kile huyu ataongea. Sasa si utamuongelesha Mwambie habari asubuhi, si ndio? Sasa kuna ile kitu kama housefly itatoka kwa huyu itaingia kwa huyu. Sasa huyu atakuwa amepata ile spirit. Na hiyo spirit itakuwa ya hatred, imekuwa planted. Atamwambia mimi leo sijisikii kuhudumu. Unajua wasichana tunakuanga na hiyo. Leo sijisikii kuhudumu, wewe hudumu tu. Sasa kijana atahudumu. Akienda kupanda kwa madhabahu, dadi nasimama hapa sio huko. Hakuna kitu utafanya. Simama. Sasa akisimama hapa, aanze kuimba. We give you glory, Lord, as we honor you. Lord, I parted you. Okay. Lord, ya small elama, which Lord do you mean? So, ile spirit itatoka. Already ushamwekelea kamungu. Nimemwekelea kamungu. Sasa ataanza kuimbia kamungu. Oh, hallelujah. So, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. Ngoja kidogo. Niambieni ukweli, mlikuwa mkiibia Lord mgani? So ile spirit itatoka kwa huyo itawaingia nyinyi wote. Nguvu za maombi. Uko sure? Good. So sasa mkienda kwa maji, kaeni wafunge. Asante. Sasa mkienda kwa maji, ulikuwa unaendaje? Ya kwanza kama nilikuwa miaka 7 So hii miaka 7 it was the first time na nilikuwa naenda kukua initiated. Si ndio? So venye nilikuwa naenda kukua initiated. Akiwa na miaka ngapi? 7 means completion. Completion, So hii miaka 7 completion. So nikabebwa, mimi ni mdogo. Tunatembea miguu kutoka Kakamega mpaka wapi? Kisumu. Kisumu kuna Lake Victoria. So hallelujah, Wajaluo in the house. Opak Ruoth. Untie. Ndio huyo ameenda. Amepak Ruoth. So sasa
tutatoka Wednesday, tutatembea Wednesday miguu tupu, hakuna umefunga naitwa dadi nilikwambia aje hizi manini. So mtoto misa mimi ndafunga white na kitambaa ya papo kwa kiuno. Colors iko na meaning in the spirit. Colors so mimi ndafunga papo. Kumbuka hii papo ninaenda kukua leader kuna kicrown inaningojea. So the first time tukaenda under the sea, I went with my physical body. Watu wanasemanga wanaenda in the spirit. Mimi nilienda na mwili kwanza. After kwenda na mwili, I was initiated. Na niko na alama kwa mwili yenye nilikatwa kule. Niko wapi? Hapa. Okay. So nikae karibu nayo. So hiyo kuna hawa mama wenye wao wanajifungua watoto. Na ukijifungua mtoto unasema amerushiwa macho mbaya unapeleka kwa shosho, kwa mzee kweli. Hao hapa si wazee, wale wazee. Alafu wanakukatakatia mtoto na wembe, wanamchanja Waluya wenye kwa hapa wanaelewa. Wanachukua kijivu, na hiyo jivu ni kamba ya kamba ya nini? Ya kamba ya maiti. Wamechoma imekuwa jivu. Hiyo jivu wanaweka kwa hiyo kidonda wamekatakata hivi. Mtoto wako ako associated na si wewe ndio umempeleka peke yako? Hakuna shida, hiyo ni sadaka yetu huku hivi. Tutakula wakati ikifika. Sio uongo. Nafanya hivi. Ndio kae chini. Asante. Tutafanya interview na wewe. Yes. I wanted you to understand. Nilikuwa nataka muelewe hii story. The story I've just taught you. Story ambayo about the enemies of your life. Maadui wa maisha yako. The people who will destroy you. Watu ambao watakuharibu. And they will destroy you as you are working together. Watakumaliza ukifanya kazi pamoja na wao. This girl will just bat somebody. Huyo msichana aliguza mtu mahali. And once you bat that somebody, akiguza mtu tu, he becomes part of it. Anaunganishwa na hiyo. Today I know you have learned something. Leo najua umesoma kitu that will change your life. Itabadilisha maisha yako. And it will change your life forever. Na itabadilisha maisha yako kabisa. For those who call yourself intercessors, wale wanaokuita muombezi, I think you have realized you do nothing. Umejua kuna mambo hauelewi. You need to wake up. Unahitaji kuamka. You need to, for this church to succeed, ili kanisa ipate kufaulu, we need to wake up. Lazima tuamke kwa usingizi. For your family to succeed, ili familia yako ifaulu, you need to wake up. Unapaswa kuamka. Alice, for you to succeed in ordination, Alice, ili ufaulu kwa ordination, you need to wake up. Unahitaji uamke. For anything to work, ili kitu ifanye kazi, you need to be awake. Lazima tuamke. I'm going to put her on a interview. Nitamweka tu kwa mtihani, so that she will speak everything. Ili apate kuongea kila kitu. And you pick it from there. Na kutoka utachukua hapo. Understand what they do. Na utajua wanafanya. So that once you go once you go for intercessory meetings, unapokwenda kuomba, you know what you're praying for. Utajua unaombea. And you know how you're praying. Na utajua unaomba. I normally tell you I have witches that I've walked with them. Ninamchawi waambia nina wachawi ambao nimetembea na wao. I have walked with them since the days of Jericho. Nilitembea na kutoka kule Jericho. And the days of City Stadium. Hata wakati wa City Stadium. And even here I've walked with them. Hata hapa natembea na wao. But I know them. Na ninawajua. And I know what they come to do. Na wamekuja kufanya nini najua. So by the time they start doing their things, wanapofanya mambo yao, I destroy their things. Ninaharibu mambo yao. And that is what has kept me moving. Na hiyo ndio inanifanya niendelee. And that's what has kept me to be very strong. Mimi naendelea kuwa na uwezo. Yes, I've been injured severally. Nimewaruswa mara mingi. I've been dealt with severally. Nimedeal na wengi. I've been brought down severally. Nimeletwa chini mara nyingi. Every single time, lakini kila wakati I go down, anaenda chini, somehow God raises me up. Na Mungu ananiinua tena. Because I understand some of these tricks. Kwa sababu naelewa hizi vitu. And that's why I'm strong. That's why niko na nguvu. And I know from today. Na nijue kumomudhi. Because you have understood. Todo nwarige akomenya. The enemies in your life. Those wa muturire wako. There are people that you don't think they are enemies. Akidoge shida ne thoshi yako. But they are royal enemies. No ne thoshi yako cienyihagia. They are enemies, and the last one that I was to look at. Ya mwisho ambao ningetaka tuwepate was enemies of the night. Ni maadui wa usiku. The enemies of the night. Maadui wa usiku. While men slept, wakati watu wamelala, the enemy attacked. Maadui wanakukamata. That is the book of Matthew 13:25. Kitabu cha Matthew 13:25. They are after your rest. Wako
chini ya kupumzika kwako. They are after your harvest. Wanataka kuwataka harvest zako. And they are after your results. Wako kinyume na mapato yako. They don't want to see you making progress. Hawataki kukuona ukifaulu. They have a way of attacking. Wana njia ya kukukamata. Like you have heard how they do attack them. Jinsi wanavyo kuattack. And this is a program they program for the attacking. Na hii ndio shida wanaoipangilia. So those are the 7 kinds of enemies. Hayo ni sehemu 7 ya maadui. We shall be expounding on them. Tutaendelea naye. And we are going to see na tutaona the success of God. Kufaulu kwa Mungu. You've heard you can be worshiping here. Maybe unasikia utasoma hapa. That these ladies and gentlemen can be worshiping. Hawa watu ambao wanaabudu hapa. Thinking they are worshiping God. Maybe wanafikiria wanaabudu Mungu. But they are worshiping a God with small letter G. Wanaabudu Mungu aliye wa herufi Because dogo. it needs only to be transferred to you. Wanapaswa tu kuhamishwa. And it will just work. Na itafanya. This is so powerful. Hii ina nguvu na uwezo. And this we must work on it. Lazima tuifanyie kazi. And this is we have to win this battle. Na ndio tuweze kushinda vita. There is no option. Hakuna njia nyingine. We must conquer. Tutaweza kufaulu. When we have secrets like this one, tunakiwa na siri kama hii. They help us to know. Atatusaidia kuelewa. They help us to understand. Na atatusaidia kujua. And they be listening to these programs. Na kusikiza hizi vitu. Because these programs they have insights. Programu hizi na hizi vipindi ziko na mafundisho. The insight that help you to come up. Ndani yake itakusaidia kuamuka. Insight that will help you to succeed in life. Ndani yake itakusaidia kufaulu. And you be blessed. Utabarikiwa. Can somebody say amen? Mtu aseme amina kubwa. Can somebody say amen? Na mtu aseme amina kubwa. And then after you've said amen. Na ukisema amina. I have a visitor from Kilifi. Gentleman from Kilifi. Mtu kutoka Kilifi. Kilifi guy, where is he? That gentleman. Just come. And the lady from is also from Kilifi. Did she arrive? The lady from Kilifi. Do you have you? There were 3. Huyu I think alikuwa mchawi. Kuja. The lady from Kilifi. Is it Kilifi or Malindi or Lamu? What's ni Kilifi, alikuwa wa Kilifi. Where ni from? Kilifi. Kuna dada mwingine. Ako? Yule mama yuko wapi? Kilifi. Eh? Eh? Alikuwa? Eh? Kuna mama wa Kayole. Kuna alinipigia jana na akaingia kwa matatu akakuja. Hakusimama. There's a lady called me. What's your name again? Jina yako? George nani? George Muzungu. What do you do in Kilifi? Unafanya nini Kilifi? Life. Kazi. Biashara. Why? Okay, nako Kilifi County. Uko Kilifi County? Municipality. Unafanya huko? Kwa municipality? Kama kasho. Endoketi. Kaa chini. Thank you. Simama tu kwa miguu yetu. Simama kila mmoja. Asante. Simama tu kwa miguu yetu. Ugama na maguru maku. Ushike sadaka yako kwa mkono yako. Shika sadaka yako. You have to come out of the 7 enemies you have spoken about. Lazima utoka kwa hiyo sehemu 7 za maadui. And this you need God. Na kama unahitaji Mungu. This we need God. Hii inahitaji Mungu. For you to come out of it. Ili utoke kwake. Because some of us are suffering. Wengine wetu tunateseka. Not because we deserve to suffer. Si kwa sababu tumechagua kuteseka. But we found ourselves. Tunajipata. Connected to altars. Tumeunganishwa na madhabahu. That are demonic. Ambao ya kishetani. It is very important for you to note. Ni vizuri kuelewa. You can be saying Lord, unaweza sema kuwa Bwana, but it's Lord with small letter. Ni Bwana aliye wa herufi ndogo. You can be saying God, unaweza kuwa unasema Mungu, but it is not the God you are talking about. Ni Mungu ambaye hauzungumzi kumhusu. It is God that you don't understand. Ni Mungu mwenye huelewi. So bring your sacrifices here. Lete sadaka yako and your offerings, na matoleo yako bring yote. them forward. Lete kwa haraka. We are a bit late. Kwa haraka. It is almost 3 p.m. We have overstayed. Amen. We have overstayed. Worship us. For those who will be joining us for the deliverance,
wale watakaoungana na sisi wakati wa deliverance. I'll start at 4:30 p.m. Nitaanza saa 10:30. 4:30 p.m. Saa 10:30. It will be good for us. Tunapaswa sisi tuelewe. I need to rest a bit. Napaswa nipumzike kidogo. Then I'll come back to you. Kisha nitakuja. So as we worship, tunapoendelea kumwabudu Bwana, and I will say that we continue worshiping, tutaendelea tu kuabudu Mungu even after people are going out, hata wakati wanatoka, because you've had your role. Hiyo ni sehemu yenu. Nyinyi ni nani? Wafungi. Nyinyi ni wafungi. Ya munafunga. Ya leteni sadaka zenu, leteni sadaka zenu. Yes.